Bethel Clouds TV, empowering lives. Hallelujah. Praise be the name of God. Thank you. May be seated in the presence of the Lord. Thank you again for allowing me to be your teacher today. Tena mumeanza. Sometimes things are strange. When you start something, that is when they start the activities. Waka unashangaa wakati tulikuwa nasema kile hakuna vitu kama hizo. Sasa mimi nikianza kuongea unasikia stories zimeanza. Toa hii gasia hapa. Toa hii kitu hapa. What are you doing there? Unacheka nini? And there are things you cannot be able to avoid. They will just happen, whether you like it or not. Whether they become good or they become bad, these things will happen. Songea huko nyuma na wewe. Sasa hatuko hapa. Huko nyuma, enda uchukulie huko. Wewe ni mfupi, kamera ni mrefu. Angalia sasa tena, umesikia? Inataka leo tunasoma mambo yanaitwa family patterns. Soga wewe mamika hapa. Toa hiyo kiti kijana. Najua hawa ni wale walikuwa nakula hii mavitu zingine sawa. Sasa by the time utoe kabisa ita take time. Si ndio? By the time utoe kabisa itoke. We have to live with them. Because they are good. They have good thing in them. So ukikuwa mtu wa makurusi temper utavuja. Na ni Mungu alikupatia kana hii asa kutoa pole pole kutoka kwa mwili. Inatoka tu, inatoka. Mpaka inakuwa sawa. Si ndio?
Kuna wengine kama Buju walikuwa nakula ile kali inaitangwa Buju. Buju we. Eko. Buju. Kameenda na ndivyo kalikuwa kanaimba hapo. Kadhi eko. Simuona kanaimba hapa mama kanainama kanaguzisha kichwa hapa chini hivi. Alikuwa nakula ile inaitwa kichuri. Kichuri ukikula mara moja tu, utaki kukufai kukula ingine. Ile kitu unahitaji ni maji moto. Inafufua maji moto. Kikula glasi moja ya maji moto, anarudi anaanza kuona watu 6 6 7 7. Bwana asifiwe sana. Sasa niambie mtu kama hiyo, utakasirika na yeye? Na labda amepika hapo jikoni amepata wabuya akikula chai, akakula tu nini sipo kinapada. Sasa utashinda ukisema mnavuta bagi. Na hawajavuta haki waliwacha sincerely from their heart waliacha. Lakini kama ukikuwa mjinga utakuwa mnapigana na wao. Kwa sababu huyu ni maji tu anataka, maji moto tu. Anarudi huko. Anarudi dunia hiyo ingine. Sasa lazima ukae na yeye miaka 21 ndio imtoke. Na watu wengine kama huyu hii ya majani ni miaka 7. Na hii miaka 7 si ndio kuvuta hivi kama moja hivi. Wakati tumevuta, inua mkono wako juu. Wale watu wanajua tumevuta, inua mkono juu. Sitaki mahoria ndani dao msiinue. Mtu anajua alifanya makosa dunia hii, anaishi duniani. Inua mkono wako juu, ulivuta bangi, ulivuta bangi inua kabisa kama mimi. Inua. Achana na hawa mahoria ndani dao. Najua kuna wengine wanaishi biguni, wanakuja hapa, hawajai kutana na vitu kama hizi. Sasa inaona kale tulivutaka kamoja. Unasema kanaigia. Ako ndio kana kaaga miaka 7. Ako kamoja. So kama umevuta kama sasa we kijana umevuta gapi kwa siku? Unavutanga gapi kwa msokoto moja? Inaisanga gapi kwa msokoto moja? Inavutanga kama gapi hivi mpaka ishe? Approximately 20 puffs. Na wewe 20 around 20 ama 30. Sasa 30 times 7 years. Yeah? Kwa msokoto moja 210 years ndio itakuja kutoka. Hiyo kamoja tu, hiyo kama msokoto kamoja kanataka 210 years. Sasa wewe tangu ujue kuvuta umechukua ni kama miaka ngapi? Miaka 3. Kwa siku moja navuta kama msokoto ngapi? Zamani ulikuwa unavuta zamani 2. Kwa hivyo ni 210 times 2. Waze kupigana na mtu kama huyu atitoa tobacco, toa nini? It will take long. You will have to live with them. Venye mmenizoea, si hata mimi mmenizoea. Kwa sababu ile kitu ilikuwa ndani yangu haijatoka kabisa. Inabidi mnivumilie na mimi niwavumilie, kwa sababu sisi wote nikiangalia kama Sali si ulikuwa mtu wa mkulewa kidogo zamani. Ka export. Kalikuwa kakubariki, ka Roho Mtakatifu ama nikakulewesha. Agnes. Kagwarana na Kasmanoff. Kadogo tu. Ka Holy Spirit. Wewe ni fagi wewe, ndio kijokono wangu jetie. Ndio kijokono. Ile ya Tanzania. Ya Busia. Ile inatoka na mbegu unasikia. Acha nikwambie. Siku ya kwanza mimi kwanza kabisa kuvuta bangi. Nilikuwa tumeenda Embakasi huko kwa kutembelea jamaa mwingine. Sasa walikuwa najua sivuti, lakini walikuwa nataka nivute. Na mimi nilikuwa nafikiria bangi ni kitu ambacho itakuchoma sana. So nilikuwa na uoga mingi. So waliponipatia nikavuta, nikasikia kumbe hata ikuagi, ni kitu soft. Sasa wakaniambia ukitaka iingie vizuri navuta, unasema sasa nikavuta. Nilivuta na kumbuka nilivuta 6.
Tena nikavuta, kaambia vuta tena ingine. Sasa baada ya 7 nikaambia nitulie. Sasa mahali nilikaa nilianza kuona dunia imekaanza kwenda hivi. Ndio hivi. Sasa nikaanza nikakanyaga. Kakanyaga hivi. Na niko estate. Hata nakanya. Nikajishikilia. Nikakanyaga tena nikaona imeenda chini, nikaenda chini. Sasa tulikuwa tumechinja ni familia wenye tunataka party, kulikuwa na busi. Sasa Kimani akasibia vijana yake, kwa nini kamba mmeweka? Basi mtoe kamba isitege mtu aguke. Sasa ile story nilisikia, chukueni kamba mlete tumfuge. Sasa nikaangalia kado, nikaona mawe, nikachukua nikakaa chini, nikashika mawe nikaweka hapa. Kwa gari nyuma yangu nikaona kivaga kilikuwa hapa nyuma. Nikavuruta, nikakuja nikaikalia. Sasa nikaogoja mwenye atakuja kunifuga. Ni mgoge. Sasa ndio nasikia kama mtu aliua na ajui ni kwa sababu ningeua. Sisi ali mtu angekuja kama huyo alichukua kamba, angepitia karibu na mimi, ningekata kichwa. Kwa sababu mimi nilikuwa nafikiria wananifunga, wananipeke Mathare. Sasa nikaanza kuimagine nikiwa Mathare, nikaimagine nimetoa nguo, nimezunguka, nimejipaka mafi, nikaimagine niko kwa barabara natembea hivi. Sasa ni picha zikakuja, inanikufundisha, inakuonyesha venye utakuwa. Si ndio mzee? Si ndio? Sivyo inakuonyeshaka? Inakuonyesha venye umeifundisha saa hiyo, the way you have reacted with it, ndivyo inakupelekaka kwa hiyo line. Ukionyesha kazi, utafanya kazi mpaka watu wanashangaa na shida, huyu na yeye ni nini? Utalima, unaona mtu analima, kuna jua lakini hachoki. Ni venye pale uliionyesha. Kwa wadada wale wanakulaga. Wale walikuwa nakula, si wale wanakulaga, wale walikuwa nakula hiyo kitu. Ukionyesha ile kuonyesha kukula, unakula zaidi. Ukionyesha ni mzee, unaona bibi bwana yako akitoka kidogo na mambia usiende, utaachwa na nani? Akina kupenda. Hivyo ndivyo inapeleka kama mtu hivyo. So it is a very strange thing. Na ukiona nikiwa dress ya fagi na mungale ni igurukaga. Mnasikia hiyo kitu? Dress yake si afagi na mungale, iwe wanywa mungale na wanywa fagi niguo. Kiona kalimo kiogo kiaruga. Bwana siwe. Si unaona hiyo inakuwa hivyo? How are you? How are you? Good afternoon. Good afternoon. Asema, good afternoon teacher. Good afternoon. And how are you? Thank you teacher. Kuna jamaa mwingine mwalimu wetu tulikuwa tunamuita Jogona. Jogona ni wale wa Kikuyu wa Nyeri, wale wanakataga kushika kisugu ya Kisugu, wanashika kisugu ya Nyeri. Unajua kisugu ya Nyeri na kisugu ya Kikuyu ama kisugu ya Murang'a. Unajua kuna kisugu ya Kisugu na kisugu ya Murang'a. Unaona hiyo kweli ni kisugu anaongea lakini ni Kimurang'a peke yake. Sasa huyo alikuwa anaitwa Boshira ndio. We are going to study today. Evasion today. Yes, the war today. Lakini tulikuja kudiscover tayari alikuwa nakula hiki tu kubwa. Hakuwa peke yake. Sasa tulikuwa tumemnickname today. Mami, unaitwa aje shule? Wacha jina yako, tunajua jina yako, tunaijua hapa shule magwetaga ate. Umebadikwa, hakuna mwalimu ana nickname, hakuna. Kule ulisomea ile shule ulisomea, tuambie mwalimu mmoja hakuwa na nickname. Hakuna. Sasa wewe ni mwalimu wa kigeni, wa kipekee dunia hii, hauna nickname. Iko kila mtu na kila mwalimu anakuaga na nickname. Sali, weta wate. On point, yes, on point. Mwalimu mwingine? Any other teacher here? We have a teacher here. Amehama.
wamehama. Kila mwalimu anakuwa na nickname mbaya. Kuna wengine tulikuwa kwetu mwingine tulikuwa tunamuita ninja. Secondary alikuwa miamua ati atakuwa atatupiga ndani secondary. Hiyo ndio strike yangu ya kwanza niliorganize. It was February tarehe 21 na nilikuwa nimeingia hiyo shule February tarehe 2. Lakini tarehe 21 nilikuwa nimeorganize strike shule mzima na wakanisupport. Kwa sababu huyu mwanaume alikuwa anatupiga tukiwa secondary. Sasa tukauliza tuhuru primary, toke secondary tuhuru. Hapana. Sasa Charles Owino huyu alikuwa police spokesman. Sasa hiyo alikuwa form 6 na mimi nilikuwa form 1. Tukaorganize na watu wakanifuata shule mzima. Tukapiga huyo mwalimu na mawe na tukavuja vioo zote za shule na tukafukuzwa. Nikafukuzwa hiyo shule, nikaenda another school. Between form 1 and form 2 nilienda shule 6. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilikuwa na command watu wa form 5 na form 6. Sasa nataka kuniambia hiyo ni jabasi ina gani? Sasa hiyo ni ujabasi ama ni kitu iko ndani? Unajua hiyo ni kitu nataka kufikiria. Kina Wino watu walikuwa na akili mingi form 5 form 6. Na mimi nilikuwa na ujinga tu ya primary na nilikuwa nawaambia wananifuata. Na shule mzima tukavuja mashule. Alafu tulikuwa power influence. Kwa hivyo mimi niko influence. Okay. Na nimeshika leo. Mkikuja mtu shule ilikuwa shule kuna kama Moro Secondary, kuna shule inaitwa Meshida, kuna nyingine inaitwa Kambara, kuna nyingine ilikuwa na Jaga Karume na kuna nyingine ilikuwa Motridia. Sasa ikifika ni kuja kucheza na sisi mpira lazima wachidwe. Sasa ilikuwa inabidi wajishindishe, wakubalishe magoli igie. Kwa sababu hiyo compound hawatatoka. Watatuambia wanatushida wakiwa nani? Tulinyorosa, kuna siku tulichoma basi msima ya Moro Jaga Karume kwa sababu walitufuga kabla hatujawafuga. Sasa hatukuwa tumewapatia ruhusa. Unajua shule inakuwa na national anthem yao na iko na cartel zao. Sasa wakiingia wanaambiwa huko hii kiwaja mgeni hafugagi bao kabla mwenyewe afuge. Sasa Jaga Karume walikuwa na tudharau sana kwa sababu walikuwa shule yao ilikuwa na watu werefu kuliko yetu. Na sisi tukasema kama kuna urefu mtatushinda, lakini ujinga hamtatushinda. Hamwezi kututisha wote. Sasa tukawagoja waletwe shule, wakuje wacheze football, tukacheza. Pia walikuwa na watu football mzuri kutuliko. Wakatufuga moja, wakatufuga ingine mbili. Wacha nikwambie. Walikubali tuliwaambia weka goalkeeper toka. Fuga bao tukafuga. Referee piga freebie. Fuga ingine akapiga. Referee sasa referee akauliza how? Watu wa wachezi. Referee tulinyorosa. Na ingine tukaambia wakubali wamefugwa. Na hizo zingine zote ya kwanza yao ya pili ikuwe narrow fight. Na ikakuwa narrow fight. Na sisi ndio tulienda the next. Tukaenda kucheza na Elbagon Baptist. So hiyo alafu nilikuja nikachunguza. Nikapata mama yangu alikuwa hivyo. Mama yangu alikuwa maumau. Na akiwa msichana na biago alikuwa ananiambia, aunti yangu alikuwa ananiambia, alikuwa anachokosa kila mtu akikuta mnachota maji, mbebe hiyo maji mpeleke kwetu, msipeleke kwenu, alafu na wachape. Alafu akakuja akakuwa maumau. Yeye ndiye alikuwa anawekea maumau buduki. Sasa yeye kasi yake alikuwa amepitiwa wale wagati wale walikuwa nauza watu. Sasa yeye kazi yake aliwaambia apatiwe wanaume awa akiwachapa. Na ati alikuwa ananyorosa wanaume viboko. Wale walikuwa natusaliti. Alikuwa anawanyorosa wanaume. Kwanza alikuwa anasikia vizuri kunyorosa mwanaume. Ananyorosa vizuri na anasikia vizuri, anasema hata wajali aiwe gajali. Sasa wanaume walikuwa nasikia watapitishiwa kwa jeli, wanapotea. Wanasema afadhali aende akapigwe na mwanaume kuliko mwanamke. So hii kitu naona imekuja huko na mimi nilikuwa hivyo. Alafu hii kitu tena nimesikia iko na mtoto yangu anaitwa Dan na Sami huko Amerika ako na jeshi, ako kwa jeshi na ako na bodyguard wake wanamlinda kwa sababu yeye ndiye sonko. Na anakaa kama mfalme anachugwa. Naye Dan naye anakaa kama mfalme anachugwa. Sasa hiyo ni nini?
Hiyo ni nini? Hiyo ni kingship, alafu tunaitaje? Kingship anointing, hiyo ni nini? Imetoka kwa mama, imekuja kwangu. Is that not a family pattern? Yes, that is a family pattern. And that is our topic today. We are be looking at the family patterns. Ndio tujue hiyo mashida uko nao na watoto wako ni gani, kwa sababu sisi tuko na hiyo shida. We are bullies. Like now, me and myself, I'm a good bully. Ninaweza kukubuli mpaka usikike tuko ndio yogo. Umabuli. Ndio kama na umekasirika leo. Sijakubuli. Simena already ameigiza baridi. Hey, these things, they do happen in our lives. And they are normal. Let's look at the book of Ephesians 6. Chapter number 6 verse 1 to 4. Inasema, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your fathers and your mothers, which is the first commandment, with the promise that it may be well with you, and you may live long on the earth. And you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and the admonition of the Lord. In chapter number 5, verse 21, turudi nyuma, chapter number 5, verse 21, inasema hivi, submitting to one another in the fear of God. Wives, submit to your own husbands, kwa hivyo kuna kuanga, as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church. He is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Praise be the name of. The Bible here is trying to bring up to speed a system of a structured way of life of a human being. Family patterns are the structures that happens within a family in the physical manner, in the spiritual manner, and also in the emotional manner. Because there is a family that is full of emotions. Yani watu hawa wanakuwaga wanapenda vita sana. There is a family that is one were humble too. Yani ukiona the brother, the sister, they are all humble. Watu wanajua kunyenyekea, but ni poisonous. They are snakes. They are just snakes. But wakiogea, unaweza kumpatia mtoto jikarage na mwana unegamugere na miaka 18. But they are snakes. When they decide to bite, they will bite as they are. Wanacheka tu na wako tu, yani ni naturally talented kucheka na wewe, lakini anakunyonya damu. Naturally talented kwa kucheka, anakuchekesha vizuri. Hi, may I help you? Yani mtu mzuri, mtu humble. Lakini wacha by the time you realize you are dying, ashamaliza na ameenda to the next person. Lakini ukiulizwa nani alikufanya hivyo, utasema ni labda ni fulani. Na sasa nani unataka akusaidie? Ni ule. Na ni yeye tu amekunyonya na amekaa pale kuchugulia ukikufa. Na hawakuagi na huruma hata kidogo. They are just dangerous. They are just bad people. Bwana Yesu asifiwe sana. There are also others that act in their emotion. Yani ni watu nakuanga mahoti tempered. Kama mimi pia nakuaga na hiyo kakitu ninakuaga na hiyo ile bako na jirarua, bako na rua guna, na rua yote. Unapatiwa chakula unaipigisha chini. Kikombe unagoka. Yani unafikiria zilikukosea. Lakini hakuna kitu kimekukosea, ni unataka kuonyesha watu umekasirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are some of the things that I want us to discuss. They are part of our main topic. What is our main topic? No. What is our main topic? What our main topic, please? In the class. Yes, we are dealing with the principles of the kingdom. Hizi zote ni subtopics.
Bwana Yesu asifiwe sana. All this that we are doing now, they are subtopics of the main principles. We are trying to unravel who is a man and who is God. And what are the kingdoms, the structures of the kingdom of heaven. And how do man behave. And what is the relationship with the heaven and the earth. And how do we live here. Is it the same uko biguni kuna issue. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So hiyo ndio tunajaribu ku unravel, because by the time we finish this topic, you will change how you behave completely. And I can see mume change. Hata kama mko bado 0.0008%, but you are good. Mume change. Unaona kuna tusura mnaniangaliaga mkismile. Kuna wengine wananiangalia na sura. Yesu unaona amezoea kuikunja lakini anajaribu kuikunjua. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona mama kama huyu amekuwa brown. Si mama ungefikiria ni dark. Bumwagaje. Nono lianyorokete. Oyo. Si unaona amenyoroka sana. Ni mu brown. Ni kumesa neno. Ni neno imemuigia vizuri. Kanatigo? Yes. Ni kumesa neno imeigia. Angalia kicha ready wetu venye amekaa smart. Amekaa ada 18. Si ndio? Amekaa ada 18. Ametulia vizuri. Huyu mama huyu unajua tulikutana naye huko kwa TB Joshua huyu. Huyu ni mtu wa TB Joshua huyu. Si ndio? Si ulikuwa ni mtu wa TB Joshua? Loringa, Loringa. Bado Loringa ni wa TB Joshua. Na Kakande. Na huyu na John Chi. Na Wiseman Daniel. Na many others. Na evangelist. Asante. Na wewe ulikuwa evangelist? Tulikuwa wengi watoto wa TB Joshua. Hata kuna mwingine pale namuona hapo pale nyuma. Na hata hata Wajakoya. Yes, Wajakoya. Tulienda naye kwa TB Joshua. In fact Wajakoya ndiye alinipeleka kwa TB Joshua. Nitakuonyesha. Siku hiyo tulikuwa mimi, Wajakoya, Loringa na Kakande. Sasa sisi ndio tulikuwa huko. Lakini sasa kila mtu I think alienda kivyake. Unaona Loringa alienda kivyake, akafanya vitu zake, line yake ni tofauti. Kakande naye huko na Uganda naye anafanya vituko zake. Na mimi nafanya vituko zangu. Na hata Wajakoya, si mnaona tu ana thrive. Watoto wa baba ambaye ame thrive, wana thrive. Whatever way. Whatever way lazima watakuwa. Wajakoya alidecide banki utembee na imetembea. Si ndio? Hello. So today I want to look at the patterns as they appear. We want to look at the informal patterns of the family. Na vitu ambazo associated. We will be random a bit. I will be deeper on Sunday. This one I want us to just to give a guideline. What could be the pattern that is happening? There are 3 types of patterns, and the one pattern is a shape pattern. Pattern number 2 is a letter pattern. And then pattern number 3 is a number pattern. The shape pattern, it is how we look. The shape you take. And utakuta kuna familia iko na watu ambao hawaendagi zaidi ya nusu mita. Si ndio? Na unakuta kuna familia watu wao wote tall. Ukienda kama wale wa Sudanese wamekanyakanywa kwa uso hivi. So unaona ni watu tall, very dark and very gloomy. Very gloomy. Watu wakikuangalia hivi unafikiria anataka kukupiga, na saa hiyo akifanya hivi unafikiria ni vita yako nayo, kumbe ni kusmile na smile. Ukienda ukuta wa Somalia wakiwa pamoja wakisalimiana, huyu anasalimia mwenzake, nasikia anasema na yule mwingine anasema yule mwingine anasema na sasa hiyo atewe mweka ndivyo mwana kwanyuko yana ate ndile nayo.
Utaweza fikiria kuna vita, but the pattern is dictating from the region they come from, because we were all human beings, and if we were all human beings, we are supposed to behave the same way. If at all, yes, we came from one person, Adam and Eve, tunafaa kuwa tunakuwa sura, characteristics, mienendo yote inafaa kuwa moja. Lakini kuna kitu kiliingia katika maisha yetu kikatubadilisha. Kama Mkikuyu, ukienda kukutana na Mkikuyu wa Murang'a, utapata si Mkikuyu wa Nyeri na si Mkikuyu wa Kiambu. They are different. Tabia, characteristics, behavior. Mkikuyu wa mama wa Murang'a, ukipata mama wa Murang'a ni wazuri sana. They are royal, they are good, they are humble. But they are very dangerous. Inside them watakuua bila wewe kujua. Watakuchoma, wakuue bila wewe kujua. Atakuchorea pole pole, mtakaa naye miaka 7 akikuchorea pole pole. Siku ile atakuguza, baton ile ataguza, na kuambia utajua ujui. Utajua ujui. Na huko ulikuwa unasemanga unamuitaga darling babe ni aje. Unaenda mpaka Kamweretho, mnaenda mpaka Mugithi pamoja. Lakini siku atakugeuka. Atakugeuka mpaka unaurudi ukijiuliza, huyu ni ule. Utashikwa na depression ya miaka 7 kama mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukipata hawa mama wa hapa Kiambu, they are good, but they are so much business minded. Ni watu ambao wanataka mchoro hapa, mchoro hapa, kamchoro hapa. They are active in their own capacity. Alafu ni watu wanapenda kujifichia. Yani mko na yeye lakini yako na vitu zake anafanya hapa kado. Wa Murang'a atawekelea yote lakini atabeba yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Wa Murang'a atawekelea yote, utakuwa ukiona. Atakuwekea hesabu yote, hizi ni shoda dhukuma. Lakini siku ya kubeba atabeba yake na yako. Bwana asifiwe sana. Naye wa Kiambu, hata ukate kidole hivi, ukate hivi, ni gumu kujua ile kitu ametengeneza. Ni gumu. Atakupenda, atakuonyesha mapesi yote ile unataka, na atakufikishia pale fulani, atakwambia usifuke mto, ukifuka mto utakufa. Na Yesu asifiwe sana. And they will stop there. Na ukijaribu kuvuka mto, buroko inawekwa mpaka hiyo mto unaambiwa is a taboo to see this water. Na sasa anabadilisha, anakuwa na network nyingine kando ya kufanyaga biashara. Wewe utakuwa ukiona mama anakuja nyumbani, mama mzuri, mama royal, na wanakuwa royal, very submissive, but ako na vitu zake. He is very submissive ya kukufuga macho. Very submissive ya kukufuga tu macho. Ufurahi uko na bibi, lakini haukuagi na bibi. Hello. Bwana asifiwe sana. Na ukienda Murang'a ya Nyeri, wa Nyeri they are good at business, they are good in business. Ukipatana na mwanamke mzuri anajua biashara wa Nyeri, utasucceed. Na ndio unaona wanaume wa Kiambu wale wamesucceed wako na wamama wa Nyeri. Hello. Lakini ukishikana na mwanaume wa Nyeri, washikana na mama wa Nyeri, kuna kuwa na shida kubwa sana. Kwa sababu ile story watakuwa na they are storytellers. Wamama wa Nyeri na wazee wa Nyeri, they are storytellers. Kwanza wasee sana. Because wasee wa Nyeri wanakuwa idol, and they are watchmanish. They are watchmen. Wanakuwa ni askari. Na ndio unaona kenda police force, wanaume wengi wako police force wa Kikuyu ni wa Nyeri. Hata kwa army, wende kwa army, 90% ya Wakikuyu wale wako kwa army ni wa Nyeri. They are real, ni askari. Hata kwake kwa nyumba ana behave kama askari mwanaume. Bwana asifiwe sana. Hata ukiangalia Maumau wao ndio walikuwa strong, wanapigana sana. Ni askari. Characteristic yake ndani ni askari. So huyu mwanaume ni royal, anapatiana story. Utakuta sasa wamekaa na bibi yake. Leure. Dauma haro shinderero ndanywa gachai ri. Ndaikoroka ndigicamanire na Kenothia uria no kuririkana Kenothia uria wana haria muikoroko-ini uria wa haria Nyandundo. Twacamania nake twagiikoroko na hau kianda. Twaingira kamukawa karia ka Wanjiru, kama Wanjiru. Twaingira hau twaria mathathi maigana. Twakiguo twanyoroka twauma hau ndaikoroka ndathio Murang'a tauni. Twacamania na no kuririkana arata twokete na uhiki-ini. Twauma hau twahurukaga twakirio story o mathaa maigana, mathaa ta 5.
tauma hau toikoroka riri muthuri ogwe tokiruthi atwira atiri tuthi tukahuthe mucubo mumwe nigetha tukione cia kuinuka. Ani atakupatia story venye kutoka asubuhi mpaka hapo amefika kwa nyumba. That is how unakuta mwanamke wa Nyeri na mwanaume wa Nyeri wanapendana sana, kwa sababu huyo anasemaka yote na huyo anasema yote. Kwa hivyo hakuna unafiki. Anadigwa Agnes. Yes. Unaweza kuta mzee na mama na wako pale, ile tu story wanapiga. Usikilize hiyo story utauliza, mwanamke wa Kiabu na mwanaume wa Kiabu atasema isi kale ilimo. Because ile story wanapiga, mwanamke wa Kiabu hana hiyo time. Na Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiingia hapo Karatina kidogo, wanaume wote Karatina wengi walikuwa wameandikwa kwa serikali. Karatina people ndio walisoma, sio Mathira magithomo. Maugaga atiriri, we akiwa ni aguthomithirie ri, agiguthomithirie ri, we asomece ri. So hao walisoma ndio waliandikwa makasi, alafu walihama wakukuja na mabibi zao huko Nairobi, waliwacha mabibi huko. Sasa walipoacha majiji wakafika wakati wa regiment hii hadi shekili kuja. Wote tena wakarudi, walipoenda nyumbani wote walishikwa na stroke wakakufa. Karatina 90% ni ya single mothers. Tembea huko uone. 90% ni masingle mother. Kwa sababu alikuta mama amezoea kujitawala. Sasa unakuja unaleta ule ujeuri, ulikuwa manager ama ulikuwa umeajiriwa kazi ya serikali, unajua kuhanda watu. Sasa ndio ukute mama anajua alikuwa na kahawa yake, alikuwa na tupesa twake, na alikuwa na kila kitu na kamweredo yake. Alikuwa na maisha yake. Sasa unakuja umako kawache lero acha. Utakorogewa, utakanya, utafinywa polepole, unafinywa polepole, unaona mzee anaendelea kukoda. Lele kimakoga ni arahurokire. Atege. Ni arahurokire. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello? Niki wake ndo hata wa Murang'a. Kwa hivyo ujihadhari. Hawa watu kulingana na venye nimekudescribia, ishi nao vizuri. Kama ni wa Murang'a, ishi na yeye vizuri, umenyenyekea, lakini kaa kama umefungua macho 24/7, kwa sababu ni royo, mnaweza kutoboa naye mpaka mwisho. Lakini mahali ataadvisiwa tu ka advice kadogo, atatani about tani hivi na atakunyorosa mpaka usikie mzuri. Na hata jali, na hata ogopa, na hata feel, na atakugoga. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku nataka kuzungumzia hiyo, nazungumzia mambo ya pattern, family pattern. Nataka kuwalete into up to speed, tujielewe ndio tuingie kwa kirasi mzuri. Na hii kirasi ndio tuweze kusaidiana, tujue ni namna gani. How do you know that there is a family pattern? There is a pattern in your family. There is a particular. For example now, let's look at the mambo ya mtu anaitwa Jacob. Ni Isaka. Mtu anaitwa Isaac in the book of Genesis 38. I think I wish ningekuwa mwalimu wa primary, mkiniangalia ningekuwa mwalimu wa primary ama secondary. Secondary watu wangepita mzuri. Hebu tuangalie in chapter number 38 of Genesis. Now it came to pass at the time of giving birth that behold, the twins were in the womb. And so it was when she was giving birth that the one put out his hand, and the midwife took a scarlet thread and bound it on his hand. Yule kamoja, mtoto mmoja alitoa mkono. Alijua ni vitoto viwili, lakini kuna kimoja kikitoa miguu, kingine kikatoa mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Kikatoa mkono. Sasa wakati wakajua, walikuwa nataka kumark wajue ni nani ametoka wa kwanza. So mwenye alikuwa anasaidia katika ukunga akachika mkono hiyo moja, akafunga kakitu hapa, ndio huyu ajulikanage huyu ndio alitoka wa kwanza. Alafu then it happened as drew back his hand that his brother came out unexpectedly. Alipoenda kutoa hivi, the firstborn nani Esau akachomoka kabla maneno ikuwe mzuri.
How did you break through this breach? Be upon you. Therefore his name was called sio nimesoma ingine atinasoma wapi? Hapana, nimesoma kitu kingine. Simu nisamee tu. Nataka kusoma mambo ya Isaka na mtu anaitwa Esau kuzaliwa. Ni kitabu gani? Ni Genesis. Hiyo tutasoma, bado hiyo tutasoma, andika tu hiyo ni ya Perez. Nataka kuconnect the two. Hiyo ingine kwa 28 ni 20 what? Isaka is born, then Ephraim in 25 somewhere there. Yes, Abraham, verse 25 from 23. Are you there kweli? Mnasema gani? Genesis from verse 19. 23. And the Lord said to her, 2 nations are in your womb. 2 people shall be separated from your body. 1 people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. So when her days were fulfilled for her to give birth, indeed there were twins in her womb. And the first came out red. He was like a hairy garment all over. So they called his name Esau. Afterward, his brother came out, and his hand took hold of Esau's heel. Hapo ndio nilikuwa nataka point. His hand ikashika mguu ya nani? Ya Esau. So they came systematically, huyu akitoka na huyu alikuwa anataka kuvuruta mguu, anamwambia rudi nitoke ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Because that is the reason alikuwa amemshika mguu. So how these children were born, utaona tuangalie. Brother came out, his hand took hold of his heel. So his name was called Jacob. Isaac was 60 years old when she bore them. So the boys grew, and Esau. Sasa turudi kwa 38. Go back to 38. Sasa how 38 ni watoto wa nani? Wa Juda. Juda ni mtoto wa nani? Juda ni mtoto wa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe sana. Juda ni mtoto wa Yakobo. Na Yakobo ndiye alizaliwa akitaka kuvuruta mguu ya mwingine. Sasa angalia, Juda kijukuu wa Isaac, na yeye venye ameleta mtoto wake. Now it came, verse 27. Now it came to pass at the time for giving birth that behold, twins were born in her womb. They were still twins. And these twins, characteristics zake venye zimekuja, it is the same as the first, wale wa Isaac. And so it was when she was giving birth that the one put out his hand. Like Jacob alitoa mkono, baba sasa ya Juda alitoa mkono akitaka kuvuruta Esau. Hivyo na watoto hawa wametaka kutoka the same pattern. Sijui kama mnanielewa sasa. That Jacob ametoka na ujanja fulani, anataka kuvuruta Esau. Now Jacob mtoto wake anaitwa Juda amezaa the same way what twins, but they're coming out the same way as the Jacob na Esau venye walitoka. This is what I'm trying to relate to you, the family pattern. How does it affect you? And how does these things happen? You find these 2 twins, na ukifuatilia their genealogy kuteremuka, utapata iko na matwins, and they are coming at an interval after like a generation or 2. Because this is a pattern that is in your family. And this pattern that happens in your family, it causes some disorders, or it causes some disorganization in the family, or it brings iniquities, or brings successes in the family. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu utakuta kuna nyumba ambayo jina inaitwa Jerry. Utakuta watu wote kwenye familia wanaitwa Jerry. They have a problem. They either don't give birth, they either are hard working, they are either hawapati doa, na ndoa zao wakipata zinaanguka. Because it is a patterned in the name.
Bwana Yesu asifiwe sana. It is a pattern that is structured within the name. And therefore utakuta every family inakuwa family ya Karanja ama family ya Kenodia na family kwao, kama sasa our father grandfather tuseme anaitwa Wanyeki, utakuta kwa bali ya Wanyeki kuna a certain disease that kills. That is what we call a pattern. I'm just trying to explain what a pattern is. Utakuta kwa bali ya Wanyeki ni kuna ugonjwa ya sukari, na hiyo ugonjwa ya sukari inashikanga watu at 40, ama hiyo ugonjwa ya sukari inashikanga watu at 50, ama kwa hiyo nyumba unakutanga wanainuka wanatajirika wakifika 40 years, wakiingia 45 umaskini inaanza tena kuwakula, ama wanakuwa na umaskini kutoka utoto, wakifika 50 unakuta kuna kitu kinafanyika, wanaanza kutajirika. Hiyo ndio tunaita the family pattern, and that is why we want to get deeper, kwa sababu unaweza kuolewa wewe ulikuwa tajiri, but the family pattern of where umeolewa haikubalishi matajiri, lakini kwenu nyinyi ni matajiri. Every brother and every sister in your family, they are very rich, but hiyo richness yenu haikubaliwi kwa hiyo nyumba umeenda. Kwa hiyo mzee amekoa kwao, they are poor, they are patterned in poverty and they live in poverty, they walk in poverty. Ni watu ambao wanaishi katika hali ya umaskini ambao umekubalika. Sasa wewe una utajiri yenu unapeleka huko, utajaribu unasukuma because you are trying to push them beyond the limit of the family, because every pattern of the family has got its limit. Kama ni utajiri, kuna familia we are limited kufikisha milioni moja. So a family, the entire family, yule tajiri kabisa ako na properties worth 1 million. Ama nakuta in the entire family, yule ambaye the entire family ukikusanya yote ulete pamoja, utajiri ya familia yote ni 500,000. So na wewe kwenu utajiri wenu ni muko na several millions of money and several millions of worth of properties. Now unajenda huko kutransfer kupeleka kwa hiyo familia. You either die because of a disease, you die because of depression, you die because of mischief. Not unless umtoe huyo mwanaume na akubali kutawaliwa, umupeleke to a new ground, totally ground, and then ukifika huko mvunje madhabahu ya kwao. Otherwise you become poor. You will definitely become poor, because you are not allowed. This family, the family ya Kenodia, is not allowed to go beyond. Na wewe Biblia imesomaje katika kitabu ya Ephesians? Inasema, inatuambia Ephesians 5, inatuambia a woman is, the man is the head and the woman is the tail. Si ndio? Ni tail, yeah? Ni neck. Negigo. So, gotire higo gigo ekiraga ke? Gotire higo gigo ekiraga mutwe. So, with your pattern, with your kuokoka kiokoko mingi, with your knowledge and with everything, hata ukuje kwetu na sisi kwetu tumefikisha limitation yetu, you will not supersede. You can't go beyond, because the head is supreme according to the Bible. And the supremacy of the head, the man is the altar of the family. Mwanaume wako, the husband, the bwana yako, whatever he is, kama ni boyfriend, whatever, the Bible does not recognize boyfriend. If I sleep with you today, you are my wife. So from there, utasubmit kwangu. Mimi ndi kichwa, wewe utakuwa shingo. So whatever you will be operating from today, utakuwa ukioperate within my limitation or my successes. Hello? Are we getting now there? Are we getting there? Na ndio tunaambiwa if kimudu kile wasamani na kiwe shukuru, your first boyfriend, yule mwenye ni wale udalelia, yule mwenye alibreak virginity yako, when you ukimwaga damu, that is a blood covenant. The people that mwenye alivunja virginity yako, you had a blood covenant. That's a blood covenant that you were together. Therefore, that is your legally married wife or the legally married husband, because you had a covenant of blood. And a covenant of blood, you cannot just erase it. Na all covenants ziwe za wachawi, they involve blood. Iwe ni ya Mungu, ana involve blood. That's why he gave his only son,
so that whoever believes in him atafanya nini? Because of what? The blood of Jesus ikanunua urithi wetu. The blood of Jesus ikanunua our righteousness. The blood of Jesus ikanunua our relationship with God. So the blood is a very powerful instrument that brings a pattern in a family. Ukienda kwa muganga, kama mimi nilikuwa nienda kwa muganga, niliitishwa kuku ya black na kuku ya red, na zilichinjwa, hiyo blood ikamwagwa. Wazee wa zamani walikuwa nachinja kondoo na mbuzi na mang'ombe, hiyo damu inamwagika. So this thing of the blood, when I break your virginity, I break your virginity in a sexual altar and make it a covenant through the blood that is shedding. Therefore, that becomes permanent, not unless erased by an altar, because you have done something that's sexual altar and ordained it with a human blood. It becomes a permanent covenant that not unless you break it, you will never come out of it. And that's why we have so many people who are not married, and so many marriages that are broken. Because you come here to this church, I teach you about how to break altars, and you break altars in your life. You bring your sacrifice here. You break the entire altars that are operating in your life. It means from today you become free. Ile damu ilimwagika, ile ya virginity na kila kitu imekuwa erased, meaning from today you begin afresh. So what will happen? You now start praying to God to realign you, to put the structures that he intended you to have. Therefore, what are the structures that are existing? God goes to the books of Chronicles, as they did when huyo anaitwa huyo jamaa Orchestra na huyo jamaa aliuliwa, alikuwa anaitwa nani siku ya Esther? Mordekai na Naaman. Nani aliuliwa? Ni Naaman. Naaman akai Haman. At least you understand. So Haman aliitishwa the book of what? Chronicles. Kumiandikwa. Akaambiwa soma venye kumiandikwa. Kukasomwa, yule mtu atakafanya vizuri atapatiwa hii na hii na hii, na yule atafanya vibaya atafanywa nini? Hii na hii na hii. For him, it was him that did good. Bwana Yesu asifiwe sana. Also our records are written in the book of Chronicles. Therefore, if your record ilikuwa ni mimi nilivunja virginity yako, uko biguni kumiandikwa wewe ndio bibi yangu. The covenant that is existing, the recognized covenant between me and huyu, mimi ni huyu, mimi ndio nilivunja virginity ya huyu. So the book of Chronicles inaandika huyu na mimi. So when I'm asking God to give me my marriage, they will go back to the book of Chronicles, na watatupata mimi na nani? Na huyu. Na alafu huyu ameolewa na Mwagagi. Umeona? Mimi nimekuja nimevunjiwa madhabahu, now my life has been straightened. Na bibi yangu huyu ameolewa na Mwangangi. So what will happen? Kwa Mwangangi kutaanza shida, because God will reinstate the pattern. Will make sure the pattern now zianze kurudi pamoja. He will cause kule kutokea vita, ndio huyu awachwe, kwa sababu hii madhabahu imeanza kuitisha huyu. Madhabahu uitisha. Venye tunaendeka kwa muganga tunafanya, tulifundishwa na walimu venye walikuwa nafanya. Anaitisha mtu, anasema Karaja, kabla kwako kukuliwe breakfast, kwangu kukuliwe. Kabla ulale uone bibi yako, unione kwanza. Alafu anatuma majini, go and search him. Mwanaume anasachiwa, analeta shida kwa nyumba mpaka ndio atoke tu. Anajaribu hata kusema mafuta taa imeisha, ndio aende akanunue mafuta ya taa. Na hiyo nyumba hakuna kitu ya kutumia na mafuta ya taa. Lakini the altar imetumwa isearch huyo mtu imulete. So nikivuja madhabahu ile tumevuja hapa, na bwana yako ako mahali yule alikuvuja virginity, na ako ataenda kutafutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama ako na mke,
kama ako na mke, hiyo ndoa itavunjika. Sasa mnaanza kutafutana. Na ukitafutana, hiyo kimzee kilikuwa huko kimekunywa chang'aa na meno yote imeaguka. So mkikuta hiyo kipattern kitakupeleka mpaka Mungu atasababisha mtakutania mahali kwa mazishi ama mahali kwa road accident, mahali fulani tu mtakutana. Na unaona hiki kimwanaume unakioba, yani nasikia kigoro. Unaona kimwanaume mpaka kinanuka. Unaga ina modromeo yo ni damu igwira tha damurora madamu igwira tha. Tamaka modromeo nanigo kihia gukoro gigithaka. No damu igwira tora kinya magego ndari. Yani unasikia kuna kitu kana kuonyesha umhurumie. Kumbe this is your man. Unamhurumia tu, lakini umkubuki ni yule ambaye alienda na ile virginity yako. Venye sura imekaa unakuta ni mtu wa miaka 35, lakini ukimweka mtu wa miaka 70 amekaa vizuri na yeye, unaona yeye ni mzee kuliko miaka 70. Kwa sababu ile maisha amekaa ni mbaya, imempeleka. Meno hakuna, amekula chang'aa. Miguu kwa sababu ya kubeba magunia, unajua lazima ijikanyage, inakuaga inatedera hivi, inapanuka kama chapati. Sasa kinabebaga hivi, miguu mpaka huku kumekuwa kukubwa na kumekuwa strong, miguu imekuwa. Mikono akikushika na mkono utafikiria ni mtu anafanya kware. Sasa mnaenda mnakutana huko, unamwambia, unamhurumia tu. Labda amekufugia gari ulitoboka, Mungu atasababisha uko na Mercedes, lakini gari yako itatoboka mguu karibu pale yako. Anakuja na kusaidia na anakufugia na unamuuliza ugothia yako. Amena ni gothiaga Nairobi tugoikuruka na kurekeda tusharie kirori. Tukingire hathi gikuhewa na ndagithi Nairobi. Munaenda mkipiga story. Anakupatia idea mzuri kule tukikuja kule Mombasa kuna mashamba. Siku moja ukikuja siku moja unanipigia simu nitakuonyesha bali mashamba iko. Ukifika hapa unasikia kadiri kama mashamba ya Mombasa kametokea na umepata tu pesa. Unapigia ule mtu. Ukimpigia mnaenda mnakutana Mombasa, unaanza kuona a changed man. Unaona sura yake imeanza kubadilika. Hajabadilika, lakini ile kitu imeanza kukua ndani yako, kinaanza kukuonyesha huyu mdo angano wagere. Sasa hiyo uko kwenu nyumbani umesubuliwa na msee, unatafuta jinsi ya kutoroka na unataka kwenda huko. Alafu yanakuambia sisi ndio tunakuaga ma security huko na mabouncer. Na nyinyi wa mama mnapendaga mtu anaanza kukulinda. Si mnataka security. Alafu ukiona hiki kimutu nzuri, alafu unakiachia pesa kidogo. Kinaenda kinanunua nguo, kinaoga vizuri. Kikikuja unaona ni kama ni yeye, ni kama si yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona kama ni yeye, ni kama si yeye. Kwa sababu unaona kimeanza kunyoga, mpaka unaona huko juu kimeoga, unaona ile mawaru zilikuwa zimemugwara huko, amekuwa mzuri. Sasa unaanza kudevelop, kuna kitu kinaanza kudevelop, because this is your rightful man. This is where a covenant is. So the covenant and the altar will start pulling you together. Ile mambo baya ulikuwa unaona inaanza kupotea. Ule mtu mbaya ulikuwa unaona kuwa ama mtu mchafu inaanza kupotea. Na unakuwa na burden immediately. Burden inakupata. Unaanza kumnunulia nguo, unampeleka, unasema ingekuwa igeraka wera rika kiote kino tige ukuaga kiria. Yes, iko gwethabia mundu riu ni gwethabia mundu. Unaanza kusikia kitu, misigo inakuigia, unanyorosa huyu. Within 2 months, Mungu anabadilisha ile altar ya kwanza. Inabadilisha kimwanaume kinakaa msupu. Mpaka unaona amekuwa 17 years. Na ulikuwa unamuona akiwa 65. Alafu mkiogea kinaanza kusema, nie ndigethora kugea na mundu tawe. Haya, ona ndike maidi. Ana ndike katia, ndike maidi. The next minute unakuta mko kwa moja. Wewe unakuja na watoto 6 na yeye hana, kwa sababu alimeza chang'aa mpaka mwili ikakusha. Lakini watoto hao wote utakuja na wao wanapenda huyo mzee na anakuwa baba yao. Na Mungu immediately anaanza kubariki, mnatajirika. In a few minutes mnaona mko na kiprado. Na unakuta family hiyo, huyu mzee hana mtoto kwa hiyo nyumba, lakini watoto wote wanakutaka wako hapa. Vimama kama hivi, unakuta vinalalia huyo mzee hivi, daddy. Wanasema huyu ametoka Germany anakuja, anasema daddy nitakuweka meno. Huyo mwingine anakuja, unakuta mzee ametengenezwa mpaka shape ya mdomo inakuwa vizuri. Mzee ukimuona next time unaambia huyo niwe wako. Ukipitia pale alikuwa anabebea misigo, wanasema tura huko na brother yoyo. Kumbe ni yeye amenyoroswa. That's the power that brings those patterns. They will bring you together to where you are supposed to be. Kama ni mwanabiashara,
You are a business, you come from a family of business, watu ambao wanafanya biashara. Utakuta nimekuoa na nimekuambia wewe ukae housewife, lakini tukiwa hapo, ukiwa housewife, nitakukuta tu umeanza kuuza, unanunua vitu hapo na uza hapo nje, because the attraction, the power that resolve and lives in your family inajirete, inakufament mpaka unasimama. Sio kama mnanielewa? Are we understanding this? It's a bit difficult. It requires a lot of deeper explanation for deeper understanding. Kama ile family unakutanga mama yako ni mchawi, ukichunguza sana hata mama yake alikuwa mchawi. Ukichunguza sana guka yake, kuna mtu alikuwa mganga kwa hiyo familia, kuna mtu alikuwa mchawi in that family. So this one itaruka kutoka kwa huyu, because it is an altar. A family pattern is involved in family altars. You find any structure of the family, there is a family altar and a family what? The structure of the family iko na altar. Na ndio unapata when you broke your virginity, ukichunguza sana mama yako alibreak virginity yake at the same time you broke your virginity. Ulizaa ukiwa na miaka 20, ukichunguza mama yako alizaa akiwa na miaka 19, 18 mpaka 20. Because that is a pattern. It is structured that it will happen just coincidentally. Itafanyika the same way ifanyika kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wagapi walizaa ukiana mtoto wako, the first born yako, ulimzaa the same time you were born? Ndio mkono. Ulimzaa ukiwa na 20 years ama na 19 years? Ndio mkono. Wale wamezaa watoto kulingana na wakati alizaliwa ni wewe. It is, ukichunguza uende kwa mama yako, hata yeye the same thing happened to her. So this family thing, it produces, ukiingia hapo ndio inaitwa kitu inaitwa the family tree. The family tree will dictate the entire family. Tukiingia kwenye family ya Abraham, unaona walimtoa mtoto wao akiwa mtoto mdogo. In the spiritual realm, Isaac was given out, was given as a sacrifice. Only that God produced a goat. So had God allowed it to happen, ingefanyika hivyo. Alafu uone Abraham slept with the house girl because alikuwa anatafuta mtoto. Tukienda kwa Isaac alikuwa na bibi wangapi? Alikuwa na Rebeka na nani? Pastor Karanja? Rebecca, yes. Jacob had so many wives. Bwana Yesu asifiwe sana. And so many concubines. Ukiteremuka upata Judah, the son, Jacob, the son, upata Judah, uteremuka all the entire lineage that produces Jesus Christ is full of concubines and prostitution. And where there is concubines and prostitution, there is premature deaths. The structure, ukiteremuka hawa watu, utapata 90% of the family, they died prematurely. Ukianza na Yesu hapa, Jesus died at 33. Watoto wa Judah, turudi nyuma tena, watoto wa Judah died at the premature death. But if you follow them down, mpaka watoto wa David, they all died prematurely. Because that is in the family ambayo ilipenda usherati. Familia ya Jakobo yote ilipenda usherati. Naye familia ya Esau ndio wanaitangwa Edomites. Walipenda vita. Ukiwafuata on their line, there is a lot of struggles and fights because of the originality. Maana huyu ni mtu aliuza urithi wake, ni mtu aliuza birthright yake, ni mtu alitoka kwenye where he is supposed to be, akasurrender. We have those people in families that we tend to surrender our position because we are poor. Unakuta watoto wale wengine wadogo wako wanakutawala, not because they are better than you, but because
uliuza urithi wako, uliuza your birthright. Hata kama haukuuza kama Esau, there is a way you did it, ukasurrender your position. And when you surrender your position and all your siblings, they take control over you, then you will not be able to have supremacy, have control of your life. You will always be depending on them. Hata kama siku utakuja kukua safi, bado utakuta you are depending on them. So this goes to your children. Na utakuta watoto wako, they will be doing the same. Na utakuta watoto wa watoto wako, they will be doing the same. You find there is a pattern. This pattern is what I'm discussing about. The pattern that controls families, the pattern that controls both physical families, physical health of the families, and the physical finances, and also any part of the family. Because once there is a pattern in the family, they control you spiritually, physically, and emotionally. So there is nothing that you'll be able to do without being reverting back to what dictates your family. There are those people utakuta wanakuwa vizuri, lakini kuna kitu kinawamalizanga, temper. The entire family ukaputa wameanguka wote because of temper. Kama familia ya naitwa nani? Simon na nani? Na Levi. Baba yao aliwasema kwa ajili ya hasira ile uko nayo, mtaishi kwa upanga na kwa hasira. So Musa alikosa kuinherit kufika Canaan, not because he did not deserve, but the altar and the family pattern in their family, it dictate asiende. So the patterns in your family will dictate you not to go where you are supposed to go. You are supposed to be rich, but the pattern of your family says no. You are supposed to be married, but the pattern of your family says no. You are supposed to be a leader, but the pattern of your family says no. Moses was a hero. Moses was a miraculous guy. He performed miracles. Mahali popote. Imagine mtu anashika mauti hivi, anaambiwa agusha chini, inaaguka. Inakuwa nyoka, inameza nyoka zingine zote. Anagoga maji inapasuka. But he was unable to go to the promised land. Why? Because of anger, which is in the family pattern. So not until you are able to identify what stops your family from becoming, you will not be able to come out of the cocoon of your family. Until you look at family yetu na kwenda kwa guka, you take the family tree. You see the successes of the family and the failures of the family. They will tell you where you are headed. If you are young like you are young today, you can know whether siku moja utakuwa tajiri ama utakuwa maskini. Ama uko tajiri saa hizi. Look at your family, ujue kama hiyo utajiri itaendelea ama itakufia mahali. The family structure will dictate, will tell you mahali unaelekea. Kwa hivyo ni vizuri uanze kwenda kufanya research your family structure yenu. Utajua miaka ingine 10 utakuwa wapi. Because in your family, at that age ya miaka 10, tuseme sasa uko na 50 years. 20 years to come, watu familia yenu walikuwa nini, wanakuaga nini? In 20s, wakiwa 60s, in their 50s, in their 70s, how are they? Utawaangalia uende klani yote mzima, utaenda similarities. So ukiona similarities ujue hata wewe. Kama ni umaskini, wanabebwa na wheelchair, hata wewe utabebwa na wheelchair. Wewe sema to God forbid. Hiyo ndio Ukristo. Hiyo ndio ujinga wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Moses was speaking to God. Alikuwa naongea na Mungu. Hapa kwa hapa na Mungu. Lakini the words of Jacob prevailed. You got me? Moses alikuwa nenda mlima. Wanaongea na Mungu hapa kwa hapa. Lakini when it came the power of the word that was not cancelled prevailed. And Moses was not able to go to Canaan. Not because kuna makosa alifanya, ni asira ilimuingia, akaagusha madhani, ikaaguka. And that was the end of him. So there is this, you are good all through,
But there is this one day that will bring you down because of the family pattern. This one day ambao utafanya kitu, utatoroka tu, utoroke uone kijamaa kitoro hadi kihadisam na mchomoke nacho, just 3 seconds unatoka huko na ukimwi, and that's the end of you. Ukiafuata brother yako ule mwingine alifanya hivyo na ako na mgonjwa, ukifuata brother sister yako huyo mwingine alifanya hivyo na ndio alikuwa na ugonjwa. So you realize there is a thing in your family that is meant, imesimama kama watchman, kama gatekeeper, kuzuia usivuke to the other brothers. Lakini if you are capable to break the altars that speaks in your family, then you'll be able to cross over and conquer. Abraham, God spoke to him na akamwambia, your generation will go to the slavery of 400 years. Your generation. Bwana asifiwe sana. Your what? Your generation. And remember, when God was speaking to him that time, Abraham didn't have a kid. But God told him, your generation itakuja kuingia kwenye utumwa wa miaka 400. Because na hakuwa na mtoto na hakuwa na prospects za kuwa na mtoto. Lakini why was God telling Abraham? Alikuwa anamwambia, there is a word spoken by your father. Metuwe hapa wanyu. Father was a terrorist, an idol worshipper. And because of that, his idol worshipping itasababisha kizazi chako kipate shida. So tabia za baba yako na za your great grandmother, your great grandfather will cause you to become zile tabia za sosho yako. Kama sosho yako alikuwaga mchawi, hata wewe at one point utakuwa mchawi. Unaweza kosa kuwa mchawi wa kwendea ugaga, utakuwa mchawi hapa kanisani. Ile kazi utakuwa ukifanya ni ya kufuga watu. Na funga ya rabasaka taya rabai rika chatata waseta funga. Yaani kazi yako ni kuroga watu kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Because of that pattern. So when God tells you of an imminent thing that is about to happen, alimwambia, for 400 years a generation that is going to come out of you will get into slaveryness ya miaka 400. He was telling Abraham, now rise up and cancel that. Bwana asifiwe sana. He was telling him, cancel. So whatever the revelation that we get, like the teaching I'm teaching you now, I'm teaching you so that you can go and unravel. Wende ujitafute ndio ukate mzizi, ukate hiyo kamba. That is why God will give you information. That is why God will speak to you. That is why God will give you direction. Bwana Yesu asifiwe sana. These directions are given so that we can get to the next move, to the next step, to the next direction of our life. So Abraham, had he listened and understood the concept of family patterns, angesimama akate that covenant, that all, angeikata. Na aseme, watoto wangu, kizazi changu hakitaingia kwenye utumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na haangeingia. Lakini kwa sababu alinyamazia, he kept silent on it, it started. The moment I will curse you, ama nikulaani saizi, ukatae kusema kitu kuhusu hiyo kazi, it will ferment itself na itaanza kutengeneza structures za kutembea. So it will hibernate until the time for attacking come. It hibernated, ikakaa until familia ya nani? Ni nani baba ya Joseph? Watoto wa shule? Joseph ni Jacob. Until Jacob was born. That is the manifestation ikaanza. The plan, the structures, the organization, the innuendos of how to perfect what God said. Ikaanza kuperfect through Jacob. Jacob akamzaa Joseph. Naye Joseph at one point akakuwa na dream. Dream is part of what God said. It is an igniting key ya kugurumisha gari ya maneno yaliyosemwa.
Kwa hivyo maneno yaliyosemwa yanahitaji tu a point where the ignition will put. Itahitaji tu katendo kamoja kako kaanzishe msafara for the pattern to start working. So Jacob akizaliwa, amezaliwa na hila. Ila wakati alitaka kuswindle his brother. So he was carrying that seed ambayo itakuja kuanzisha mipangilio ya neno la Mungu ambalo wataingia kwenye utumwa wa miaka 400. Bwana Yesu asifiwe sana. Wataingia kwenye nini? Utumwa wa miaka 400. Na ikaanza. And when it started by Joseph having a dream. The dream was to cause them to fight him, so that the process inaanze kazi. And when they fought him, he ran away. They want to kill him. And they wanted to kill him, na wakachimba shimo wamuue, lakini kukatokea watu. Because God's purpose is to make sure his words stands. So there is no way angeuliwa. Kumbe naye Mungu alikuwa ametengeneza watu wa kumununua. They didn't have anybody in the market. Hawakuwa na mtu ambaye watauza. They didn't have an idea. Their initial plan was to kill this man. But the plan of God is to make sure these people will go to slavery. Mmenielewa sasa? So the dream was to trigger. The dream ya Joseph was a trigger to make the process of God start. The process of the family altar start. The process of the family tree ndio ianze. So immediately he had a dream. The spirit of discontent started working. And they felt like, kwa hivyo ikafanya nini? Miti ikafanya nini? Ikainama. Yako ilikuwa aje ilisimama. Yetu ikafanya nini? Ikainama. Uwe neto yako inamerera. Dole kiogo kiega. That was the beginning of the 400 years. That is how 400 years began. And they didn't know. Then they sold their brother. And the people to make sure the 400 journey he has started were already prepared. People were just walking, moving. Walikuwa na safari zao. Wao wakitaka kumua akasema situwauzie. Na wale alafu pesa za kununua Mungu alikuwa amewaweka kwa mfuko. Tumesikia. Ni Nokia. So kumbe wale wa kununua pesa zilikuwa already in the pocket. You see now, nothing will lack when you are in the journey of your failure or your success. Nothing will lack. Everything that is needed to take you where you are supposed to be, it will be available. So as they were planning to kill, the younger brother said, let us not kill him. We better sell him. So the younger brother was the activator, was the litmus paper, was the activator. Mwenye ali-activate the process ni younger brother, not the older brother. The older brother wanted to kill. Hii safari isiende. Kama wangemuua, the safari haingienda. Lakini the younger brother was the activator. Huyo ndio tunaitanga ma-destiny killer ama ma-destiny helper. The younger brother proposed, let's sell him. And immediately when he proposed, kukatokea watu wa kununua. So God had already planned the journey. Whatever that is happening in your life is well orchestrated. It is well planned. Usifikirie ni kitu kimetokea kwa ghafla. Ati ni kwa sababu uliingia kwa hiyo kanisa. Hiyo kanisa ilikuwa imetengenezwa ndio kuja ugogwe. And kwa sababu tulikutana na kile kimwanaume. Hiyo kimwanaume kilikuwa in line ya kugoga wewe. So it is not a coincidence. It is well planned. A well that will go. Hii kiingia kwa hii, lazima hii ingine igie. And as they moved downwards, as they sold this money, hawa wanaume walikuwa na pesa. Ile pesa ilitishwa, ilikuwa kwa mfuko. Wakatoa pesa. Kutoka hapo kumbe naye Mungu ametayarisha another gentleman called for. Alikuwa anaitwa nani? Potiphar. He was ready. Na alikuwa ametayarishwa na akakuwa amewekwa need ya kutaka mfanyikazi. Na hiyo need ya kutaka mfanyikazi ni ile need iko na huyu mfanyikazi mwenye analetwa. So Joseph alipofikishwa huko, kumbe alikuwa anajua kufanya mahesabu.
na alikuwa anajua kufanya kila kitu. Kufika huko hivyo akakubalika na kazi yake ikakuwa mzuri. God created an atmosphere for his acceptance na akakubalika. But again, there is always one to remove you from the trap, and there is always one to put you in the trap. Potiphar wanted this man to stay there, but the wife of Potiphar alitaka huyu mwanaume kupitia kwa kitendo chake, alitaka huyu mwanaume afukuzwe ama auliwe. Because always a dream, there is those people who will be alongside your dream to kill it. And there would also all along your way, kuna watu watakuwa in your dream to sustain it, to make it go, to make it grow. And also in your dream kuna wengine wako upande huu. Because ufanye brothers zake za kwanza walitaka kumuua. Hivyo kwa hivyo dream ya kwenda 400 years ingekufa. Mama Potiphar alitaka huyu jamaa auliwe, ndio a conceal the conspiracy. But the conspiracy was a motivation. Ilikuwa tu a vehicle to make it happen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee akakuja akasema, no, this idiot should rot in jail. But the mama, idea ya mama kularua guo, alitaka mzee akasirike apige risasi. So there has always been a point to disconnect the 400 years and a point to connect the 400 years. Are you getting me? So when he was taken to prison, he found people in prison, and immediately the dream, kwa sababu akiwa kwa Potiphar hatujaona dream, lakini alipofika jela the dreams started. You see the pattern? Zilipofika na immediately alipoingia ndani, another person was arrested by the police akivuta bangi na akafungiwa the same prison. Na huyo mwenye alishikwa akawekwa ndani ya prison, naye immediately huyo alikiwekwa ndani ya prison, ango yake naye akapata kazi State House ya kufagia State House. Are you seeing the coincidences? Immediately this jamaa huyu Joseph akiingizwa ndani ya jela, kukakuwa na kuna mtu mwingine naye alikuwa ameingizwa jela kwa sababu ya makosa fulani. Alafu huyu ameingizwa jela kwa sababu ya makosa, naye anko yake ambaye ako na kampuni ya usafi naye akapata contract State House. The arrangements and how they are organized. Alipoingia ndani na Joseph akaingia ndani, akaanza kuwa na ndoto, naye Joseph akatafsiri zile ndoto. Not because of prison. Zile ndoto, tafsiri za ndoto za prison, it was not because of prison. This man who was taken to prison, he was taken to prison not because he deserved to be in prison, but he came to prison to connect Joseph to the destiny. So there are things that will happen. There are people who will come in your life not to stay there permanently, but just to become a conduit to connect you to where you are going. So Joseph interpreted a dream of this man, and immediately this man was set free. After interpretation of the dream, the man was set free, and immediately he was set free. What happened? He finds his uncle amepata contract ya State House. Na uncle alipopata contract ya State House, na huyu jamaa alipoachiliwa kutoka prison, mudhamaki akaanza kudream. Kuna ndoto mwenye ameshindwa kuinterpret. Hiki kijamaa kilichoachiliwa, naye mzee anafanya huko, akaona kitoto kianko yake kimeachiliwa, na akasema sikuja nikupatie kazi ufanye huko. The first station alipatiwa, aliambiwa utakuwa ukifagia State House. Courtesy of who? The uncle. Na alipoenda kufagia State House, naye mudhamaki akakuwa already ashaanza kudream. Akiwa kule akaambia watu, akawhisper, "Ndaigwa mudhamaki ana thina." Nikiroto kiriko kibumura amejaribu, ameita mpaka wachawi, ameita waganga, nothing is working. Then what did they say? Akasema na tukiwa jela kuna mtu alikuwa na interpret dreams. Hello. So this man mudhamaki akaambia kuna mtu anasema kuna mtu ako jela ana interpret. Immediately mudhamaki akakuwa na kitu ya kutaka kujua, kwa akasikia eagerness, akakuwa the thing ikamwattract. Tamurehei akwa mpaka mudhamaki akatoka nje kwenda kutafuta. Askari wanamwambia hapana, kaa tutamlete. Hapana twende. Akaenda mpaka akamuuliza, ati unasema dream kuna mtu anajua kuinterpret? Kuna mtu tulikuwa naye prison, na hiyo kimwambia dream ana interpret.
Immediately mkuu wa polisi na minister internal security wakaambiwa, go bring that man. You see the concept, the sequences of how God is planning things and how they are getting interlocking themselves. Immediately wakakimbia prison, wakaenda wakavalisha huyu mzee nguo mzuri na akaletwa. Na alipoletwa akakuja akakaa huko na akainterpret the dream. Na mdhamaki akamwambia, wewe umeinterpret, wewe ndio utafanya hiyo shughuli. Kumbuka hata warrant ya kumshika ya kwa ndani bado iko. Huyo jamaa hakuwa iachiliwa, ni kazi alipatiwa. Na kisha immediately akaambiwa endelea na hiyo kazi. Immediately ameingizwa kwa kazi, kule kwao nyumbani njaa ikaanza kuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiwa kwao wale walitaka kumuua, njaa ikaanza kuwapata. Kwao kukakuwa na njaa na kukasemekana tu Egypt ndio kuko na nini? Kuko na chakula. Na siku moja wakapanga, wakatumana waende wakatafuta chakula. Walipofika hivi wakakuta ni Joseph ndio anachuga, ndio anapatiana chakula. Akawachugulia, akaona hawa, these are my brothers. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao ndio walitaka kuniua. Alipokuja wakawaita, akawaambia, nyinyi mmetoka wapi? Tumetoka nchi ya Israeli, tumekuja kuomba chakula mnene. Wewe unaitwa nani? Akasema umetoka wapi? Ruben. Na wewe? Simeon. Na wewe mwingine? Mko na brother mwingine? Tuko na mwingine lakini yako nyumbani. Mwende nitawapatia chakula mkilete huyo mwingine nimuone. Mmenapata? Ni kwa sababu yule ndiye alikosa yeye auzwe, ndio aendeleze plan ya Mungu. So lazima angekuja a connect your plan complete ya kuleta wana wa Israeli kwenye utumwa. So he commanded them waende walete brother yake. Na walipolete akawatega tena, because he wanted to confirm ni hawa. Na alipowatega kuwekea kikombe, wakienda wakashikwa tena wakarudishwa, ndio alikuja akawaambia mimi ni nani. Akawauliza dadi yako namna gani, akaedewa. Na yule kijana yule alisema auzwe, akaletwe, akakuja huko. Immediately wakamwambia, nendeni mulete baba, na hata watu wetu mualete huko, kuna chakula. Na akawachagulia mahali pamoja panaitwa Goshen. Akawaambia mwende huko ndio mtakaa, huko ni kuzuri, uikarako nego mushuka. Maneno ya Mungu ya miaka mingi imetimika. Ya 400 years of slavery imeanza. Being glorified, amekuwa prime minister to initiate the entire nation into the slavery of 400 years. That is what we call a pattern. The intrigues, the aids, wale wanasababisha, wale wanaezesha, wale wanafaulisha. And you go and you become. Praise be the name of God. Hallelujah. Are you okay now? What did you understand today? Mumepotea kabisa. Mumeshika? Mumeona hivyo ka pattern? So the pattern finds its way. It is not because you are saved. It doesn't care whether you are saved or not. It doesn't care whether you are a prophet of God or not. Angalia pattern ya usherati kwa nyumba ya Juda venye ilitembea. Kutoka kwa Juda, watoto wake wamekufa, ikahama mzee akalala na watoto na mtoto na bibi, akatoka hapo. Uangalie venye amezaliwa. Back this pattern, because Jesus comes from that genealogy, the same pattern ya usherati ilikuta mpaka Yesu. Huyu mama Msamaria. Na alikuwa ananyemelea Yesu, na alinyemelea kabisa. Kama ingekuwa tungine kama sisi, tungenaswa na hiyo kitu. Kweli? Unajua ni vizuri kujisema. Kama ingekuwa ni mimi ama mwingine, ama elder pale, situngenaswa na hiyo kitu. Jua mwili wetu shale mudhaka mno. Na imagine akienda kununua mafuta very expensive. Ale mugieki. Hivyo tohena gyo ha tukahene na igimana mere ukona ni washo cheka gayo. Bwana asifiwe sana. The same pattern ya usharati in that lineage ya Jesus ilimkuta mpaka kwa mto. Na mama akamwambia, akaanza kutembea na yeye.
na akaanza kumwambia atamfanya massage. Si alikuwa anasema hivyo? Na akanunua, kwani mafuta expensive alikuwa ananunua ya nini? Na ukubuke alikuwa ameanza. Na alianza, alisema ni ya mguu akipada. Mpaka Juda akasema no. Hii mafuta tugeuza, tungetengeneza pesa. Juda alikuwa na akili mzuri na alijua walikuwa wanashika samaki wanakata inatoka pesa. Kwa hivyo pesa haikuwa issue, lakini venye mama ameenda. Na ujue mama huko samani hakukuwa na trosa, tulikuwa na kajozi imefika huko. Bwana Yesu asifiwe sana. So Juda akaangalia, Juda sometimes mimi nampenda. Akaangalia akasema no, hapana, this woman is too much. Because the woman was advancing what is in the family ya kina Juda. And Jesus was there to break that ground, to destroy the altar, to bring it there. Alipokufa aliingia kuzimu, akachukua vifunguo zote za kuzimu, za usherati, za mauaji, za uchawi, akachukua, and he took them from the devil. Because there must be a person in your family that will stand in the gap and destroy those altars that speaks in your family. It is not the entire family that does this. It's one person. Usijaribu, ukiwa kuna madhabahu unataka kuvunja, do not involve your family members. Do it alone. If you involve your family members, and some of them are the pillars of the altar, they will kill you. There are others who are anointed fully to service the altar. So when you go tell them you are reporting to the owner, they will smash you. Gideon had prepared 32,000 men. But when God came in chapter 6 of Judges, Gideon was told that you are going to win this battle as a man, not as a community, not as the 32,000 men, as a man. That is when he told God that me, I am the youngest in our family and our clan is the smallest. Akaitwa na Mungu, you man of valor. Because in him, he was inbuilt a Moses to liberate their family. So there is one in your family that is inbuilt to destroy. There is one in your family that is inbuilt to take you there. You see the life of Joseph, it has got always, ilikuwa na watu wawili. Mtu wa kutaka kumuua na mtu wa kutaka kumsukuma mbele. So look at your family pattern. What happens in your family? Why are you in the position you are in now? Why is your family in that position? Why is your family suffering? Why is your family riddled with mysterious diseases? Why is your family so suppressed that you cannot come out? And you are the only one. Wewe peke yako ndio uko na kakitu. Na hiyo kakitu uko nayo, it is just something you cannot be able to call it something. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what we call the family patterns. Was it sweet? Do you find it sweet? Yes, unraveling the pattern that is in your family. Go look now. Before you come for deliverance, before you come for that Ariokigo Kemwe, seek to know what kind of a challenge is in your family. What kind of a challenge are you going through? Seek Kigo Kemwe. Asha. Kigo Kemwe ne part, there are many things. Once you understand what is causing, what is driving the challenges we have now. The birth of Joseph, the birth of Jacob, the birth of Joseph, the entire family was motivated by the 400 years said by God. So if there was no 400 years, hawangekuwa. These are the vehicles that carried the agenda or the idea, the prophetic word from God. So whatever that is happening in your life, it has got its carriers, and it has got its destroyers, and it has got its foundations. In these three, you will build a warfare to bring the entire alignment down. Otherwise, without understanding that, you will not be able to break any altar in your family. You will not. Utakuwa tu kienda kwa watu aliokiugo kemwe. Little did you know that it is your mother that is servicing the altar of your family.
So nidoka ni ndari ya kiugo kimwe, unarudi kwa nani? Kwake. So what will have you done? Nothing. So until you understand your mother is a witch, until you understand your father is a witch, until you understand yourself, you yourself, wewe ni mrogi, wewe mwenyewe, until you understand that, you becoming here gari ya kiugo kimwe, ukitoka pale wanakurudia wanakuuliza ukugagate, because the pattern, it is entrenched, it is strong, it is powerful, with all pillars required to sustain it. Joseph was aided without an effort. Joseph was aided without what? An effort to fulfill the words of God 400 years. His always alibebwa na circumstances. So you don't need to participate. You don't need to help it. You don't need to push it. It will push itself. The demonic agenda in your life, itajisukuma. The godly agenda in your life, itajisukuma. Haikuhitaji, itakutumia wewe kama gari na iende. So ukikuja kuniambia ati aliyokiugo kimwe kiriko, next time you come na hiyo kiugo kimwe niambie unigani nataka niseme. You need to tell me, because sasa umesikia hiyo pattern yote kiugo kimwe gero kirahau. You can't. And it has, because of the failure of Abraham not canceling the words of God. Because Mungu alimzungumzia licha ya kuwa Mungu Abraham didn't have a kid. Hakuwa na mtoto. So he ignored, because the situation that you are in does not say you can ever become poor. Because you're already rich, you are driving a nice car, you are doing everything, muko na mashamba kubwa. So in the situation ambayo uko nayo, haidictate hata kidogo. Haionyeshani dalili hata moja kwa unaweza kuwa kumaskini. Lakini wacha siku ya activation ifike, kila kitu kitajipeleka, kila kitu utakuta kinalalia, kila kitu kinalalia, kama ile nyororo ya baiskeli venye nayo inaingia kwa kashibu venye inatakikana, inajikisa tu, hailazimishagwe, inaigisa, na ikitoka kidogo mwezekili inasimama mpaka igiswe tena iesele na msabari. Yeah, solution ndio tafuta kwenu. I don't have a solution. Go and search yourself. Hakuna kitu naweza kukuambia sasa mimi najua nini yako. Kwenda kwenu utafute, ukuje nikusaidiane. Uniambie iko na hii na hii na hii, leo haunihokaje ajalie kiugo kimwe. After we have done what it is. But otherwise, all of us, we are intrigued into a pattern that we completely hatuwezi kujitoa mpaka Mungu mwenyewe atusaidie. Wana wa Israeli walikaa 400, ilibidi atumane ainue Musa. And when the time for liberation came, Moses was born. And as Moses was born, he had placed a king that would fight Moses. A king already had been placed that would say, "Oh, watoto wote wa kiume wachinjwe." And as the king to slaughter was prepared, him, the king, had been given a seed of mercy in him. So by the time Moses is born, the seed of mercy had already come. Mtoto wa mfalme mwenye alikuta katoto kamefichwa akakachukua. So there is always those that aids you to succeed, and there is always those that tries to kill the succession in you. Bako. So hata hapa kanisani nikiona huyu anafanya, it doesn't bother me, because najua huyu ni wa kuua na huyu ni wa kusaidia. So I will go with you too. Nitakushika hii na nitashika huyu na tutatembea. Huyu unajua hata kanisa mzima najua huyu ndiye ananirogaga na huyu anirogi, lakini nakuta huyu namshikaga, hata namshika vizuri ndio ukileta mudorera kwedo na ndaka na yeye na yokira dokage, na huyu ninamshika, huyu namuita darling na huyu namuita darling hapa we. Lakini mimi najua hii ni nyoka
na huyu ndio atanisaidia. So if you have the capacity to understand how to balance them and to work with both snake and na kondoo, utaenda bali, hautakuasika. Utajua ukiona anaingia, unajua lazima atapitia hapa, na huyu mwingine naona lazima atapitia hapa. Unakaa hapa katikati, na acha yule akuje hapa na huyu akuje hapa, msalimiane. Lakini unajua hii ni nyoka na hii, huyu tutaenda naye kilomita 2, huyu tunaenda naye kilomita 1, and that is it. Utaishi maisha mzuri, hautakoda, utaishi. Lakini usipoelewa hivyo, utashindaka umenuna. Mimi sitaki huyo mtu hapa. Nasikia ndiye alikuwa ametuendea uchawi. Hata ile gari ilianguka ni yeye. Yes, kwa sababu hukuelewa hii ni nyoka, utembee nayo kama nyoka. Nyoka ikikuja, tembea nayo kuwa nyoka hata wewe. Kiubwa kikukuja, bweka kama kiubwa, hazitakuuma kwa sababu unabweka kama hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukikosa kuelewa hivyo, utashinda vita. Utakuwa ukipigana na kila mtu. There is no good person here and there is no bad person here. Sisi zote ni manyoka na sisi zote ni manyau, sisi zote ni crocodile. Sasa ni tukae ujue huyu, ukikuta huyu ni crocodile, ingia kuwa crocodile. Study crocodile wanafanyanga aje, wanaswimu aje, hasa kuswimu kama crocodile. Utaka mzuri, usiosikie nyoka imeuma nyoka. Na ukijua huyu ni nyoka, si ukae kama nyoka tu. Hamutaumana, mtaenda mzuri. And you survive. Na utaenda far. By the time nyoka hiyo itakuwa imechoka. Sasa kule nyoka ya majani, ya manyekine. Si ndio? Ukitoka hapo ukikanyaga rami, itakufuata kweli? Utakutana na rami. Ukifuata ya rami, kaa kama ya nyoka ya rami. Ukitoka hapo ukiingia kwa maji, haitaingia kwa maji, ingia kuna mamba. Kaa kama mamba. Mamba ikitoka ukivuka mambo ile nyingine kwa mjaga, tembea, haitavuka huko, itaishia hapo. You survive. You go far. Hello. So ukifikiria kuna siku utanikasirisha, my dear friend, you will never. I will live with you. Na tutaishi kwa nyumba moja na wewe hivi. Na nitakuita babe. Hii maneno lazima ufundishwe na dunia ikukalishe mzuri. Ndio kae mzuri. Haleluya. Umeelewa sasa? Acha niachie hapo. Simseme amen kama Karo. Haleluya. So leteni school fees. Mlichukua bahasha last time, si ndio? Si mlibeba bahasha? Nikiwa laini ya moto wa mtumio. Sawa. Ngoja kidogo. Si mlibeba bahasha? Lete hapa. Na siku nyingine hakuna kuingia klasi bila bahasha. Nataka bahasha muwe mkikuja. Yes, teacher. Ama mnyoroshe viboko. Nitabia headmaster, ni deputy, madeputy ndio wanafukuzaga watu, ama ni headmaster? Ni madeputy, ndio disciplinarians. Wewe msichana, kuna siku alikuwa ametoroka? Lakini kuna siku alikuwa ametoroka? Last month. Yuko kwa masoko huko. Kuna wakati wewe ulikuwa umemwacha akapotea hivi, ukaanza kumtafuta. Nipatie bahasha. Nisaidie na bahasha. Hii ni klasi, kila mtu muwe mkitoa. Sasa ile kitu nawafundisha, unajua hivyo mmeelewa, mtapigwa kama hautatoa sadaka, hautatoa sacrifice. This is a class that you must be giving sacrifices. Because of understanding it, they will try to destroy. Watakuja kukusha ni hata moko elako nikenda mweke atia. So you seal every word by doing a sacrifice. Menielewa? Sio hizo nataka, ni yako ya kuweka hizi vitu. Hata mimi nimefundisha na nimejikuta kwa kitu hapo ndani. Ndio naona nafanya hivi. Vitu mingi naonanga nikifundisha sikuagi najua.
wamekaga in it. Yes? Wanaweza tuma, lakini sasa wakuonyeshe wametuma. Hii ni klasi, hapa kuna discipline, wakuonyeshe. Class, habari zenu? Sasa mnataka tukaaje? Murenda tuikarage atena inyu guku? Nimukundeithia kuriha nyumba andu akirathi? No urenda kundeithia kuriha nyumba? Siku ingine niliwapatia bahasha mkaenda nazo kukaa kwa nyumba, mkaamukulete. Mulilete? Hebu wale walilete inua mkono. Kama ulilete ulinua mkono. Sasa wewe unasema mulilete watu waine. Hao wengine hawakulete. Ni kwa nini sasa ulinaweka bahasha nyumba kwa nini? Wewe nani ako na bahasha hiyo? Inua mkono. Iko kwa nyumba yako. Umeacha kuna bahasha ya hii kanisa kwa nyumba yako. Inua mkono. Inua mkono. Uko na bahasha ya hii kanisa kwa nyumba yako. Imekaa tu, imewekwa kwa Bible ama imewekwa chini ya kitanda. Inua mkono. Inua mkono ama nianze kuachilia laana hapa. Inua mkono. Nani anajua, anaona next week anaweza kutusaidia na rent? Simama juu kama unaona next week unaweza kutusaidia na rent. Simama na miguu yako miwili ya 1000 ama 500. Simama juu. Kama umesimama usimame juu. Mwenye anajua atatusaidia na rent. Leteni bahasha yako bichi elder. Kimani. Kiman. Kizungu kitaka kuitia jina Kimani unasema Kiman. Kuja uchukue hapa kwa mkono yako. Wewe abaye. Na si chini ya shilingi 1000. Kama si chini ya shilingi 1000. Na hii uniletee siku hiyo. Not less than 1000. Jiwekee class. Not less than 1000 shilling. Uko nayo saa hii? Utatuma. Utatuma sawa. Utakuwa wapi sasa? Kufanya nini ushago? Kwenda kukalia kaburi? Unaenda kufanya nini? Kutembea? Wewe uleta shilingi 1100. Wewe unaiwa? Uleta 1100. Uleta 1100. Hii sura tumeitengeneza sana. Hebu toa hiyo kitu. Toa hiyo hapa. Toa nione. Thank you. Nimejua ni wewe. Wow. Sasa simameni wale wamechukua bahasha. Nataka kuonyesha siri ya kushinda. Hujachukua bahasha? Chukua. Iko. Anakiona toka. Koki napanua mdomo yote. Tuko wengi. Tunahitaji oxygen. Wacha kutumalizia. Umesimama wale ambao wamechukua bahasha. Wale ambao wamechukua bahasha. Wacheni niwaambie siri moja. Siri ya madhabahu ni kujua kutoa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Siri ya kuwin hii vita ni kujua kufanya nini? Wacha simameni tu, msikae na msikione mtu. Mimi ni teacher na mimi ni mbaya. I think ningeandikwa hii kazi, si ningekuwa mtu
mkiweza kutoa dhabihu kila wakati, mtajikuta mnashinda vita zozote. Hakuna vita hata moja itakushinda. That one I promise you. Nisikilize hapa, chapter 13 of 2 Chronicles inasema hivi, verse number 10, but tuanzie verse number 9. Have you not cast out the priests of the Lord, the sons of Aaron, and the Levites, and made for yourself priests like the people of other land, so that whosoever comes to consecrate himself with young bulls and 7 rams may be a priest of things that are not God's? But as for us, sema as for us, the Lord is our God. We have not forsaken him. And the priests who minister to the Lord, the priests who minister to the Lord are the sons of Aaron, and the Levites attend to their duties, and they burn to the Lord every morning and every evening burnt sacrifices and sweet incense. They also set pure gold table and the lampstand of gold with its lamps to burn every evening, for we keep the command of the Lord our God. But you have forsaken him. Now look, God himself is with us as our head, and his priests with sounding trumpets to sound the alarm against you. O children of Israel, do not fight against the Lord God of your fathers, for you shall not prosper. So if you are a sacrificer, if you give sacrifices, then you will have raised an altar that fights for you. You will have connected. They were burning sacrifices morning and evening. And where they put their altar is a golden table. So you can win this battle by magnifying your God, by doing the best for God in terms of sacrifices. So anything that you do in every day, make it a sacrifice. And all your enemies will be fought by him whom you are sacrificing to. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is a secret to win any single battle. You don't need to fight. God is there to fight for you. You don't need to struggle. God is there to do the struggle for you. You don't need to have any conversation with anybody. You only need the connection of God. Start that from today, and you will see what God will do with your life. And that is why you see, nobody, wanajaribiki kunipiga. Si waulize. Wamenipiga kwa mitandao, wamenipiga kwa ma TV, wamenipiga kila mahali kwa mabarabara, everywhere. Lakini wananikutaga kagali, mpaka anasema kamodo waka ati odekaga. Yes. Thank you. God will fight for you. God will win every battle for you. God will teach you more and more. You will learn, and he will expand your territories. In Jesus' name. Amen. Mumetoa mani amen tu hapo. Mmechukua bahasha? Wangapi mmechukua bahasha hapo? But to praise and worship, mujizoeshe kutoa sacrifice. Mtoe sacrifices for what you are doing now. Unaona hizo nguo mmevaa? Muzitolee sacrifice. Zitalete maadui wengi sana. Na mutapigwa. Watakuja physically na spiritually. They will attack you because wataanza kuona kama mnalipwa milioni moja kila mtu. So whatever uimbaji wenu, hata kwa zenu uimbaji peke yake, unaitolea sacrifice. It is not, kuna wengi wanatamania kuimba, but they cannot be able. Wamefungwa. Na hapo sababu wamefungwa, watakufunga. Unakuta Sunday badala ukuje mapema, sasa hiyo ndio mtoto anagojeka. Wale wanafanya kazi hapa, run to kila wakati. Do a sacrifice. Sacrifice for whatever position God has given you.
do something. Bwana Yesu asifiwe sana. Do a sacrifice for whatever position. Don't just sit. There are others who are not sitting. They are always planning to bring you down. They are always planning to do something against you. So wachana mambo mingi, sarakasi mingi ya maombi mrefu ambayo haishi. Maombi ni sacrifice. Maombi ni nini? Ni sacrifice. Manyuru wanaragi akimwaga mafuta huko. Hararagi kama jana usiku yeye personally anamwaga mafuta, anazunguka huko, anavuka yeye personally, because yeye ni mtu ambaye washakahora. Hatu wagopi kusema. Hamjaona kwa TV akitoa mapepo inamuuliza, wewe ni wetu na tutoaje? Ni mashakahora. Anamwaga mafuta tili watu wasiingie hapa. Wamefuga. Walikuwa na siku 7 za kufuga. Mashakahora tupu. Lakini hawatatuweza because we know the secret. We are people discussing and doing the altar. We are people walking in the presence of God. We are people winning battles, and we will win every battle. We will conquer them that are trying to conquer us. We will fight them that are trying to fight us. And not us. Our God is going to do that. Our God will fight them that are trying to rise against us. Yes. God will bring them down that are trying to bring you down. Is it Psalms 105? Let's look at Psalms 105. Is it 105? Wale wanapenda kuomba maombi ya Psalms ya kuvuga watu. Kitaka kujua mchawi Mkristo, Psalms 105 na hizo zingine zote na 35 zote anazijua. Zile za kufuga, za kuua, hao ni wa Kristo sasa. Kill them that I want to kill me. Destroy that those who want to destroy me. Oh Father, fight them that want to fight me. Scatter them that want to scatter me. Use the Bible as a tool of communicating to God, but not a tool of you becoming a witch. Do not turn your Bible to become a tool of witchcraft. Huh? Hello? Kwani inakuwaga wapi? Hii Biblia yangu haina 105 ama nileleko karo? Ni gani? Ni 70 ama 71 ama ni gani? Ni 35. Kitu kama hiyo. Kuna mama mwingine alikuwa anatufundisha hii maombi. Alikuwa ameanza atwenda bwana mako ukirira ukaigathoma gariri. The Lord, the avenger of his people. Plead my cause, O Lord, with those who strive with me. Fight against those who fight against me. Take hold of the shield and the buckler, and stand up for my help. Also draw out the spear and stop those who pursue me. Say to my soul, oh my soul, we can know that to call it to Kihoyana Psalms 35. Yes, nuna kamepona. Kalikula mikono yako. Nani wewe umekuwa carnivorous? Umekuwa carnivorous. Wewe ni nini? Nani mnyama? Huyu mama alikuuma wapi? Alikuuma. Mama, na wewe kamuuma. Yeah? Alikurudisha nini? Bagi. Ikakuuma. Bagi ndiyo ilikuuma. Bagi ikakulalua. Oh, iko na meno. Oh my God. So, tusimame kwa miguu yetu. Anaoneke. Nyosha mkono wako. Nataka tujipeleke mbele ya Mungu. Simama kidogo, nataka mjipeleke mbele ya Mungu. Mnaweza hata kurudi pande hii. Tuende mbele za Mungu. Akupatie uwezo wa kujua ni pattern gani inatembea katika maisha yako. What is this pattern?
so that when you come for prayers, we can destroy the pattern or reinforce the pattern. Kuna pattern ya success na kuna pattern ya failures. So open your lips now. Let us speak to him. Let us say, talk to him. He is our Savior. He is our Nyosha mkono wako wa rehema, uniguze, unijaze. Nyosha mkono wako, nyosha mkono wako wa rehema, uniguze, uniguze, unijaze. Nyosha mkono wako, nyosha mkono wako wa rehema, uniguze, uniguze, unijaze. Nyosha mkono wako, nyosha mkono wako wa rehema, uniguze, uniguze, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako wa rehema, uniguze, uniguze, Bwana, unijaze. Nyosha mkono wako wa rehema, uniguze, uniguze, Bwana, unijaze. Nyosha mkono wako wa rehema, uniguze, 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 Baba, nyosha mkono wako wa rehema, uniguze, uniguze, Bwana, Baba, nyosha mkono wako wa rehema, uniguze, unijaze. Baba, nyosha mkono wako. Fungua kinywa chako, umwambie Mungu akufunulie pattern yako, akufunulie jinsi unapaa kuishi. Baba, nyosha mkono wako wa rehema, uniguze, uniguze, unijaze. Baba, nyosha mkono wako wa rehema, uniguze, uniguze, Baba, nyosha mkono wako
your case. Prosecute your case to God. Prosecute your case. Jipiganie kwa Mungu. Mwambie Mungu, ni kwa nini watoto wangu wamevuta bangi? Mwambie Mungu, ni kwa nini ulevi umekuwa kwetu? Mwaulize Mungu, ni kwa nini kuna umaskini? Taka kujua ni kwa nini. Wakati uliinuka, wakati ulifikiria umeanza safari, ndio ulianguka. Jiulize ni kwa nini. Baba
ukipita usinipite Baba, ukipita usinipite, ukipita usinipite, ukipita usinipite Baba, ukipita usinipite Baba, ukipita usinipite, ukipita usinipite, ukipita usinipite Baba, ukiinua uniinue Baba, ukiinua uniinue, ukiinua uniinue, ukiinua uniinue Baba, ukiinua uniinue Baba, ukiinua uniinue, ukiinua uniinue, ukiinua ambia tu Bwana utembelee. Oh, moyo wangu wa kutamani Bwana, moyo wangu wa kutamani. Haleluya. Baba, moyo wangu wa kutamani Baba, moyo wa kutamani Baba. Baba,
unitakasa unitakase Baba oh.
I'm feeling to release an impartation. I'm hearing I release an invitation to someone. God has chosen some people here that are going to receive an anointing that will be none like any. If you're that person, get ready. There is a crowd of power. There is unusual glory of God coming now. It is already in the room. God is touching someone and He's releasing. Close your eyes as you lift up your hands. A very special anointing is come to you. A very special anointing. As I count 1 to 7, number of fulfillment, something will happen to you. Not very many people, just a few that God has chosen amongst you. I don't know who, but I hear a voice saying, He has ordained some people here that will call the mantle, that will be great people in the society. Here it is coming. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Take it! Take it! Take it! Take it! Take it! Take it! Come! Holy Spirit! Holy Spirit! Holy Spirit! Holy Spirit! Holy Spirit! Take control! Take control! Holy Spirit, take control now. Take over your children. Take over your children. Release your power. I release your power. The anointing come. The anointing is with you. 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 The power. 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 Yes. The angels are here. The archangels. Michael. You will see them now. God has allowed you to see them. God has allowed you to see them. They are all over here. Rabababasate rebosa yanda. Jetetetetetete. Yakatarababasanta. Yenemese kataya. Yeketereboseria. Just continue lifting your hand. There is a special impartation. A special impartation. A special release. A special release. Unafunguliwa. Unafunguliwa. Ndio hiyo inakuja tena. Ndio hiyo inakuja. It is round 2 coming. Round 2 coming. Ndio imeshuka. Ndio imeshuka. Ndio imeshuka. Ndio imeshuka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It is now. Oh yes, orira shatalala. Olina mama reseterira. Touch me once more. Touch me once more. Touch me once more. Fungua yeye. Release them. Loose them. Loose them. Loose them. Manyoka na wachawi. Manyoka na wachawi. Toa ndani ya tumbo. Toa ndani ya tumbo. Fungua yeye. Fungua kutoka kwa tumbo. Fungua yeye. Unleash. Release. Loose them. Loose them. Loose them. Loose them. Loose them. Loose them. The mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. Touch me. Oh yerebo serere. It is coming. It is still in the house. The power is
in the house. The power is in the house. The power is in the house. The power is in the house. The power is in the house. One more time. One more time. Lord, I need your touch. One more time. 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 Lord, I need your Sing one more time. One more time. One more time. One more Sing time. one more time. One more time. Lord, I feel your Sing one more time. One more time. Sing one more time. One more time. One more time. One more time. Lord, I feel your Sing one more time. 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 Lord, I feel your Sing one more time. 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 Lord, I feel your Sing one more time. One Sing more one more time. time. One more time. One One time. Lord, I feel your Sing one more time. 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 Lord, I feel your Sing one more time. One more time. One more time. One more time. Sing one more Finished. Finished. 1, 2, 3. more time. Finished. One more time. One more time. Lord, I need your touch. Say one more time. Say one more time. Say one more time. Hey, Lord, I need. 1, Say one more 2, time. 3. Out. One more time. Your power is now. Lose all the powers. Lose all the powers of witchcraft. Lose all the powers of witchcraft. Say one Lose all the more powers of time. witchcraft. 1. I destroy you. I destroy you. Bow down. Bow down. Bow down. The mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. With the mighty name of Jesus Christ. You are Every day. loose. Never miss go. Never miss go. Fire. 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 Sing one more time. One more
Thank you, Jesus. This altar is the altar of God. Nobody will fight this altar. Jesus, I have anointed this altar of my own. In this altar, there is my secret. People will come here and they will find their wealth. People will come here and they will be delivered. Mimi Mungu leo nimeshuka. Hata wakijaribu kukupiga hawataweza. Hawataweza. Nimekuwekea ulinzi pande zote. In south, north, east and west. Nobody will fight you. Yekanda makayanta rarando. Shiyentegere kote karama yanta. Nimekuchagulia manabii kwa hii kanisa. Watakuzingira kwa maombi mchana na usiku. Mimi Mungu nitakuwa ninawajulisha kila ujumbe. Hakuna yeyote atakainuka kinyume na wewe. Nimeshuka kama Mungu wa moto. Nimeshuka kama Mungu wa moto. Yatakarama yate. Shiyente kerema yate. Makatoko roko teka ya. Shiyente kereko teka. Yeyote atakayetii haya madhabahu, yeyote atakayejiunganisha kwa haya madhabahu kwa kutoa hata maombi atashinda king'eng'ana. Mimi Mungu nitampigania vita zake. Mimi Mungu nitawainua. This is my chosen church. This is my chosen church. This is my anointed, my servant. You are my son. I give you angels to walk with you everywhere. Ninakupatia malaika wa upanga. Atapita na wote ambao watakunenea mabaya. Nitapita na wote ambao watajaribu kukuongelelea. Nobody can attack you. Nobody can fight you. Hata wakijaribu siri zao zote mimi Mungu ninazifunua. Nimekuleta in this CPD. Utameza makanisa yote. Utameza yote. You will swallow every dirty altar. God, I have anointed you. In this altar, I have put my secret. This secret is for those who will seek me in truth and in spirit. Yente mayanta karando. Mayanta karando koroko te karando. The angels that I have given you, the army that I have given you, nobody can try and come and destroy. I, the Lord, have spoken. I am elevating you. I am lifting you. I will take you to your own land. This is my church. Hii ndio ile kanisa ambayo nimejenga juu ya msingi wangu. Na hakuna mtu atakaye bomoa. Yakayanto koroko tekarama yanda. Ndani ya miguu yako nimekutia silaha za chuma. Mahali kokote utakapo kanyanga, utakuwa unawacha miale ya moto. Utachoma kila uchawi, utachoma majini yote yatateketezwa. Utakuwa wanapita, wanabaki wakiuliza, nani wamepita? Ni nani wamepita? Kwa sababu tayari hata nimekuficha. But you are my great servant. You are my great servant. Yeke mata karando koro. And everybody that works in you with this church, yeyote anayefanya kazi na wewe, let them be givers of this altar. Ndio vita zao zipiganiwe. Wapiganiwe vita zao zote. Yakata karama yanto. Through kutoa kwa haya madhabahu, watakuwa washindi, watainuliwa, watajawa na utajiri, watapata nguvu tele. Thank you, Jesus. But there is one secret. Kuna wale wanajileta ndani ya kanisa wakidhani wamepata Bwana.
wengine wanakuja lakini sio kanisa wamekuja. They are coming and try to play their silly games. But me God, nitakufungua macho. Usiku na mchana utakuwa unawaona. Hata wakijaribu kukuja like the spirit of Jezebel, you will see them, because I have given you inner spiritual eyes. Nobody will ever fight you. Nobody will ever attack you. Hata wakikuja na michezo kwa hii kanisa, hata wakijaribu kuja kuzunguka, hata zile vitu wanajaribingi kuweka kwa viti, wengine wanajaribu hata kufikia madhabahu, they will not win you, because I will speak to you. I will show you mighty and great things that you have not known about. God, I am lifting you. Hakuna siri nitakuficha yeyote, kwa sababu wewe ni mtumishi wangu. Hakuna siri yeyote. Lakini kwa washirika wako wote wanaotaka kuwa na ushindi, wajiunganishe na hii madhabahu. Kuna siri katika madhabahu. Kuna siri katika kutoa. God, kumbukeni watumishi wangu kabla waende vita waliishi kuniuliza kwanza, na wale ambao walikuwa wakijiunganisha nami hawakuwahi shindwa. Leo mimi Mungu ninawatobolea siri yangu, ninaiachilia mahali hapa. Yeyote atakayejiunganisha na mtumishi wangu hatawahi kosa. Manyumba mtapata, magari mtapata. Katamayanto koroko tekayanda. The nations are going to open for you. The nations, they will open for you. Mutainuliwa, mutaenda katika mataifa. Malango ya mataifa imefunguliwa. Tazameni mbingu vile ambavyo imefunguka. Nyota zenyu zimeanga. Nyota zenyu zimewangaza. Yakamanta karando. Makayente kereko te karando. My servant, the word that you give here, it is the anointed word of God. Na ninajua wengi wanataka kukuchapa hata kwa hizi mafunzo ambazo unafunza jioni. Mimi Mungu ndiye niliyekutuma. Mimi Mungu ndiye niliyekunenea, kwa sababu kuna kile kitu ninataka ukafanye kwa watoto wangu. Kuna kila kitu ninataka ukawafungulie. Kuna vitu ninataka wakajue ndani ya yale mafundisho ambayo unawafunza. The Spirit of God, it is in this place. The angels of God, they will work with you everywhere you go. Na kuna kitu moja Mungu anataka ujue. Hata wakijaribu kukuita kwa madhabahu uende ukahubiri, madhabahu ambayo si yako, na mimi Mungu ambayo sijakunenea, usijaribu kukanyanga, kwa sababu kuna siri ya shetani. Wanataka waende kukutega the anointing that you have, ukawache kwa madhabahu yao. Kwa hivyo mimi Mungu nitakuelekeza kwa yale madhabahu nitakayotaka uende ukanene. Lakini ile watakualika, come and seek me, because you are my son. I will not hide anything from you. Nitakufunulia macho. Utaona vitu ambazo zinawekangwa kwa hiyo madhabahu. Utaona vitu ambazo zinajenga hizo madhabahu. Utaona vitu ambazo zinatumika kwa washirika kuwafunga. Sitakuficha lolote. Hata katika mabarabara nitakufichulia siri zote mahali zinawekwa. Even in this CPD nitakuonesha the greatest dark secret of this CPD. Mimi Mungu nitakufunulia. Mimi Mungu nitakuonesha yote. Yakamanta karando koroko te karando. Wingu ambalo linakuanga limefunika this CBD, ambayo imeshika utajiri za watu na kufunga. Mimi Mungu, hiyo ndio ninataka nikupatie wewe. Wewe ndio utakuwa unawagawia. Utakuwa mumiliki in the spiritual realm. I will give you every anointing. I will give you every tool that you need to fight this battle. I will show you step by step. I will walk with you.
nitakuwa nakufunulia kila wakati. Yanta karama yanto. Na nitakupatia intercessors ambao watashikilia hii kanisa. Nitakuinulia hata manabii kabla mambo ipangwe. Mimi Mungu nitakuwa ninawatambulisha wote. Na hapa hakuna unabii ya uongo yoyote itakayoletwa. Unabii za uongo nitafunga. All diviners nitafunga. Watu wakukuja kufurusha watu nitawafunga wote. Shamanta karando koyo. Tekerema yanta. Hey. Oh my God. You have done it today. Mungu anasema vile umeachilia roho wa Mungu akatende. Oh, watch and see what God is going to do for you. Because all I desire, it is my spirit kuachiliwa. Akafanya kazi ndani ya watu. Vile ambavyo umefungua watu, hata nami kule ulikuwa umefungwa. The family tree, the evil patterns. God, I have delivered you. Nimekata kamba zote. Nimezivunja vunja zote. Yeketekere mayanta karando. Makayante kere kote karando. Worshippers, there is a secret. You are the center of the church. Amen. And remember this. When the devil wants to attack, anatakanga kukuja mahali mulipo. Anaanzanga na mmoja tu. Anaanza kupoison. Kama mulisikia mtumishi wangu vile amenena. Kunapotolewa, musikue munajifunga. Bring your sacrifices here. Be tithers of God. Because you are this altar. Musikaushe haya madhabahu. Musikaushe haya madhabahu. Tafadhali. Mungu anasema kila mtu anayefanya kazi, hata yule ambaye hana, as long as you eat, make sure you tithe in this church. Amen. Because you are the pillar of this church. Musiangoshe mtumishi wangu. Kwa sababu mimi Mungu nimesimama hapa kama Mungu wa moto. Kanta maranto koyoko tekanando. Musiimbe ati kwa sababu unataka tu. Imbe kwa sababu mimi Mungu nimewaita. Nimewatia nguvu ya uimbaji. Nimewatia nguvu ya kufungua watu mnapoimba. Nyinyi ndio muna determine the deliverance of this church. Vile mtakavyo imba na kufungua mbingu. Mtumishi wangu atafungua watu wangu. Kwa hivyo musikausha madhabahu yangu. Musikausha hata kidogo. Because as you become obedient, mimi Mungu, hakuna umasikini ndani yenu. You will have all the riches. Hakuna muimbaji yeyote ashawahi imba akakuwa maskini. Because the keys of your richness and wealth zinatokana na mbingu. Musitazame mtu yeyote. Always do whatever the servant of God amewaambia. Always do the work of God. Amen. Deep down in your spirit. Musikute vitu zozote. Musikuje kama mumekwazika roho zenyu. Yeke manta karando koroko te karando. Before you start singing every Sunday, always mukwe munaunganika and have your prayers all together. Yote ambaye amelemewa na mizigo mizito, Mungu anasema anaenda kuwapatia an easy yoke to carry. Atawape Roho Mtakatifu ambaye atakaye wafungua. Tazameni Mungu, na mimi muone vile nitakavyo wafanyia. Nitawainua as my servant akienda juu, hata nyinyi mnasonga juu. Hakuna yeyote atakayefungwa na minyororo yoyote ya shida. Yote nimeikatakata. Nimewafungua nyinyi wote. Yanta karama yanto koroko te karando. There is one secret of wealth in this altar. Lakini imefichwa. Lakini atakaye allocate huyo samaki aliyemeza vitu zenyu. Kule zilifungwa na wachawi na waganga na roho za majini. Mnapokuja hapa zote zitafunguliwa. Magari zenyu, manyumba zenyu, ndoa zenyu, zote mtazipata. Thank you, God. Thank you. Thank you, my God. Thank you, Master Radio. There is no one like you. Asante Jehovah. Asante Mungu. Asante Jehovah.
Fungua kinywa chako, nena na Mungu, mwambie asante. Fungua kinywa chako, mlilia Mungu, mwambie asante kwa kujibu maombi yetu. Asante kwa kutuzungumzia. Asante kwa kutupatia nafasi hii baada ya kuachiliwa kwa Roho. Raba seterereboso kanta yara na mashanta yara. Renai kanta baba basanta yara. Fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, mlilie sasa. Mwambie you want to connect with this altar. Mwambie you want to serve in this altar. Mwambie akupatie uwezo wa kuwa mshirika katika madhabahu haya. Mwambie akufungulie milango ya madhabahu haya. Mwambie akupatie siri ya madhabahu haya. Mwambie tu kufungulie, mwambie Baba fungua, Baba fungua, Baba fungua, Baba fungua. Mwambie God I need you. Mwambie God I need you. Mwambie God I need you. I need you to be the center of my altar. I need you to be the center of my life. Rabane torobo sedia. Reketerebori na izara. Riandololo senderebo shayatere. Riandololo kanta yaramashe terebo shayantaya. Renda maishantara mamaroka sente. Otayara maseterebo sayara. Reshete teterebo rinaza. Yandololo zedi antorina sheterebo. Yakata yarina maza. Ninakuta yarinama. Ninakolineke ribozaya. Ninaikolina intorina kaseke. Ramai kanta reterebo sayantaya. Ninakolina kasarina. Renai bobo sayantana. Shikete tete borina ka. Ribai tantorina. Rieserebo rana. I retrieve you. Ninakungoa kutoka kwa madhabahu ya shetani. Ninakungoa kutoka kwa madhabahu ya ibilisi. Madhabahu ya Freemason na altars za Illuminati. I retrieve you. In the mighty name of Jesus Christ. Sheta ya rababarana. I disconnect you. 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 Receive now fresh oil, fresh oil, fresh oil. The mighty name of Jesus Christ. Tenda muujiza, Tenda Bwana, tenda muujiza, usiache Bwana ibada ipite bila kutenda muujiza. Tenda Baba, tenda muujiza. Tenda Yesu, tenda muujiza. Usiache Bwana ibada iishe bila kutenda muujiza. Baba kawatendee watoto wako muujiza. Wabadilishie anga zao. Ninaondoa wingu la giza lililojaa juu yao. Ninawafungua kutoka minyororo ya usherati. Ninawafungua kutoka minyororo ya umaskini. Ninafungua kutoka minyororo ya kuonewa. Milango na madirisha yao ikafunguke. Vilivyo kwenye sirini zikaonekane. Na maneno yote ulioagiza na uliowapangia ikainuke. Ninakushukuru kwa ajili ya kanisa la Thika. Baba, ninakuomba ukaweze kulisimamisha tena upya. Ukaweze kulitenga tena upya. Kanisa la Nakuru lisimame. Kanisa la Dubai likasimame. Kanisa la Kayole likisimama. Kanisa la Amerika mahali popote. Makanisa yote Baba, ulioinua madhabahu yote ikaweze kusimama. Asante kwa ibada ya praise and worship. Ukawajaze na Roho Mtakatifu. Bwana ananiambia yuko tayari kutembea na nyinyi katika ibada ya worship. Kama mko tayari kutembea na yeye, ameachilia sasa Roho Mtakatifu.
Ananena, anateremka tu bado. Anateremka. Wekeni moyo wanyu tayari, moyo wenu kuwe tayari. Uyeyuke kwa ajili ya special anointing that is coming unto you. In the count of 1 to 7, the Holy Spirit will reveal himself to you. I will be saying 1, you say Holy Spirit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Holy Spirit, fill them. Holy Spirit, fill them now. Holy, you are being filled by the Holy Spirit. Is coming now. Is coming now. Holy Spirit, munajazwa, munajazwa na Roho. Munafunguliwa, munafunguliwa. Just, yes. Yeah, there are 3 gifts zimeachiliwa hapa. 3 gifts. 3 good gifts zimeachiliwa. Nitazihesabu moja zikianguka. 1, 2, 3. Zimeingia. 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 Start now to prophesy. Speak in tongues. 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 Nena kwa lugha. Nena kwa lugha sasa. Nena kwa lugha. Nena kwa lugha. Confuse them that seek you. Confuse them that seek you. Speak in tongues. Reba shete. Glory. The hand of God is upon you now. Kuna mtu anafunguliwa kule nyuma. Kuna mtu anafunguliwa kule nyuma. Neema inashuka. Neema inashuka sasa. Neema imeshuka. Kibali kimeshuka. Milango yako imefunguliwa. In Jesus' name. Thank you. Baba, asante kwa kukubali na hata asante kwa kutembea siku hii. Nilikuona juzi, hata leo nimekuona. Na hata wiki hii yote Baba nakutarajia. Ninakuomba ukaweze kutembea nami. Na wale walioniinukia Baba ukaweze pia kuwainukia. Wale walionipangia maovu Baba ukaweze kutegua yale maovu. Nishike mkono mahali popote nitakaenda, maana najua mimi ni mlegevu na mimi sina nguvu kama wao. Sina uwezo kama wao. Wako na vitu mingi, wako na mitambo, wako na page za YouTube, wako na station zao, na wako na silaha kali, wako na mipango, wako na experience ya kufanya. Wamehubiri siku nyingi, wako na madhabahu, na wako na vitu nyingi ambavyo wanafanya. Mimi sina uwezo. Juzi tu ndio niliokoka, juzi tu ndio nilileta kwa madhabahu. Baba, mimi sijui mambo ya vita. Sijui jinsi nitafanya nini. Sijui wapi nitapitia na wapi nitaendea. Ni wewe tu nakuhitaji, maana mimi ni kipofu kwako. Ukanishike tu mkono. Miguu yangu hata haina nguvu. Mdomo yangu hata haijui maneno ya kusema na ya kutokusema. Hata maneno yako mengi siyajui. Wewe tu ndio najua. Ukanishike mkono na ukanielekeze katika maelekezo utakayoyataka. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. And now may the grace
Surely Baba yetu aliye mbinguni,